kusema Bwana Yesu asifiwe. Yeye ametuwezesha baba. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Hakuna mahali pazuri kusherehekea kuliko hapa. Wengine wanasherehekea huko wakilinda wasipigwe na machupa. Lakini sisi hapa hakuna mtu anatupiga na machupa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndio. Mungu wetu apewe sifa. Bwana asifiwe sana. Leo tuko live kwa TV, kwa radio, tuko live hapa. Kwa hivyo unajua hawa watu wanachukuanga, wanaangalia mtu mwenye hacheki sana. Na wanaangaliaga mtu mwenye analala. Sijui ni kwa nini wanaangaliaga mwenye analala sana. Hapo sijawahi kuelewa. Kwa hivyo kama unalala, wewe ndio tutakuona hapo kesho. Kama hujacheka siku ya leo, kama hujaonyesha meno, onyesha mwenzako meno. Mwambie Mungu ameniwezesha. Walikuwa wanasema sitafika leo, mwambie hivyo. Walikuwa wamesema sitafika leo. Mwambie mwenzako walikuwa wamesema. Kama sio Mungu tungeangamia. Haleluya. Maadui walikuwa wametupangia hadi tutamaliza mwaka, lakini siku ya leo tumefika. Siku ya leo naomba kama uko na kiti unaweza keti kwa dakika kidogo. Bwana asifiwe sana. Mwaka huu watu wamesema ati ni mwaka uliokuwa hauna pesa, ati ni mwaka uliokuwa na shida. Watu ndio wanaongea hivyo, lakini sisi hatusemangi. Sisi tunaangalia matendo ya Mungu, yale ametutendea. Kuwa na uhai, kuwa na amani, na kuwa siku ya leo, huo ni muujiza. Bwana asifiwe sana. Nataka nikaribishe wenye ushuhuda, na ninaamini ya kwamba Mungu ametendea watu mambo makubwa mwaka huu. Wewe unaendelea tu kuiba shida, kuna watu wamefanywa mambo makubwa. Bwana asifiwe sana. Na unajua Mungu anajua amekufanyia jambo. Mungu ako na ushuhuda ya kwamba amekufanyia jambo. Na anakuangalia hapa, utatoka hapa bila kusema vile amekufanyia. Kuna mtu amefanywa jambo lisilo la kawaida. Na atatoka hapa bila kusema. Anasema wacha wengine sema. Mimi ndio ninajua vile nilifanywa na Mungu. Mungu sasa anaangalia aone mwenye ametendea jambo kama atashuhudia. Asifiwe. Tuko na nafasi ya kutosha ya kutoa ushuhuda. Hakuna haraka. Roho wa Mungu akiingia anaweza hata geuza utaratibu. Ndivyo pastor. Roho anageuza utaratibu. Anaweza kuwa mmepanga mtoke saa 5. Roho waseme mtoke saa 10. Na hakuna kitu tutasema. Bwana asifiwe sana. Mimi nina ushuhuda, anaweza geuza utaratibu. Haleluya. Kwa hivyo mimi ninataka mtu mwenye, sitaki mtu mwenye anakuja kusema hapa vile mwaka huu ulikuwa na shida. Mimi ninapea watu wenye wamefanyiwa mambo na Mungu. Usikuje hapa kutuambia ati vile huu mwaka ulikuwa na shida. Ati mimi huu mwaka ndio nilikuwa ninaenda nyumbani. Kama ulikuwa unaenda nyumbani, kuja hapa useme Mungu amegeuza, siendi nyumbani. Haleluya. Kama walikuwa wamepanga sasa utaenda nyumbani, kuja useme sasa siendi nyumbani, kwa sababu Mungu ametenda jambo. Bwana asifiwe sana. Mimi yale Mungu amenitendea siwezi kukosa nafasi ya kuelezea. Lakini nikipata nafasi nitasema, sababu ni mengi amenitendea. Bwana asifiwe. Hiyo tunataka kukaribisha wenye wako na ushuhuda. Ushuhuda sio watabu. Ushuhuda wenye Mungu amekufanyia. Hata kupewa duka mpya ndio ni ushuhuda. Si ndio? Kufunguliwa tu duka hilo ni ushuhuda. Wewe nyamaza, tuone kama atakufungulia mwaka mwingine. Ninataka kusema yale Mungu amekutendea, sema. Onyesha mwingine Mungu anatenda. Hata tukiwa hivi Mungu anaweza tenda. Bwana asifiwe sana.
ninataka kukaribisha watu 10 wenye wako na ushuhuda wasimame. Kama uko na ushuhuda ya kwamba Mungu amekutendea jambo, nionyeshe tu kwa mkono. Nionyeshe kwa mkono wale watu wamefanyiwa muujiza. Watu 10 wakuje hapa. Karibuni hapa watu 10 wenye wako na ushuhuda kama mimi. Mimi ushuhuda yangu nikiwaambia mtashangaa hapa. Yale Mungu amenitendea. Mambo yasiyo ya kawaida. Nataka watu wengine 5, watu wengine 8 wenye wamefanyiwa, na tusikue hati hatujafanyiwa jambo la Mungu. Tumefanyiwa, si ndio? Naona watu 2, nataka watu 10 hapa wenye wamefanyiwa na kitu na Mungu, kitu cha ajabu. Mungu anakuangalia. Wewe nyamaza tu, lakini Mungu anajua bure nimemfanyia kitu, lakini hawezi kusimama. Watu 10 ndio nataka. Bwana asifiwe. Wako ngapi? Wako 5, nataka wengine 5. Tukiongeza na mimi ni 6. Sasa na wewe wa 7. Wengine mwenye amefanyiwa jambo lisilo la kawaida. Na mwenye amekuwa na shida kabisa. Lakini Mungu amemsaidia pia kuja hapa. Mungu amemtoa hapa. Mimi nasimama hapa. Si mimi najua Mungu amewafanyia. Kuja hapa mwebele umefanywa jambo. Karibu tumpigie makofi. Hapa ni wale Mungu amefanyia mambo ya ajabu. Bwana asifiwe sana. Mambo ya ajabu. Nani huda? Hapa yale Mungu afanyia watu mambo ya kawaida. Si uko nayo. Basi. Tumefika 10. Tumefika watu 10. Referee yako hapo. Hapa tuko wangapi? 8. Kuna mwingine nimefungia. Bwana asifiwe. Ni nani ataanza? Wewe ndio utaanza wa pili. Wa pili ni nani? Ni wewe. Wa 3. Nataka kupea wa 3 ni nani? Ni wewe. Tunapewa hawa watu 3. Hawa wengine watapewa baada ya mkutano. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Sasa watafutie nafasi. Na wewe pia utakuwa na nafasi. Kwa hivyo hawa ndio ninapea, wengine tutafutia nafasi. Kuna nafasi kubwa. Karibu katika jina la Yesu. Amen. Bwana asifiwe kanisa. Bwana inuliwe. Yenyewe ameniona kwa nimekaa pale itemkiza Mungu ni ajabu. Amen. Kwa nimekaa kabisa kama kuna nafasi katika pia yenyewe. Na ipo ndio Mungu. Bwana asifiwe. Yenyewe hii mwaka nimefungua kazi mpya na Mungu amenisaidia. Kama vile mwingine anasema Mungu amefungua kazi mpya na inasaidia. Amen. Bwana kuza. Kweli Mungu ni mwema na tuendelee hivi na ninafurahia. Bado tunangoja mwaka hii mwingine, bado tutafungua ingine. Bwana iwe. Heri kukaa na amani na huyo Mungu muombe atakuitika. Amen. Inuliwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana atukuzwe. Kwa majina ni Peter na kwa Kristo ni Bwana amekuwa mwema, amekuwa mwaminifu. Bwana asifiwe. Nashukuru Mungu maana katika mwaka pale mwezi wa 6 pale nilikuwa nafanya kazi, mwenye hapo alifunga na akahama, lakini kabla hatutamaliza mwezi wa 7 samu ikakuja na mtu ambaye sikuwa nimpa nafasi ya kazi, akaniambia alizungumziwa na mama, akaambiwa kuna kijana fulani ambaye hana kazi, na hivyo ndio nilipata nafasi ya kazi na Bwana akakuwa amenitendea na sana niko na kazi katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Katika huo mwaka nashukuru maana titakaanga ya kiroho fungua, maana ni huo mwaka nilipokea ujazo wa Roho Mtakatifu na ikawa ni faida sana kwangu katika jina la Yesu. Haleluya. Bwana asifiwe. Sijui nitaanzia wapi sababu ushuhuda Mungu amenifanyia ni mingi. Bwana asifiwe. Niko na ushuhuda mingi. Siwezi nashinda nianzie gani? Kwa sababu kuna moja ambayo nilikuwa nimeenda kutembea Victoria na tulipopale mashoa akaenda akaribikia pale ndani nikatoa Biblia, yule mtu akaniambia saa hii hapana wakati ya maombi. Chukua kitu ya kuchota maji tumwage nje. Ya pili, kuna wakati ambapo nilikuwa nimerudi chini kibiashara. Mpaka nikaweka shilingi 10 kwa bahasha.
bahasha, akaniambia tafadhali ndugu yangu, hiyo bahasha tuchapisha kuweka hata picha mchungaji. Kwa hiyo bahasha ni karibu shilingi 50, na kuomba na kusii chukua hiyo shilingi 10 yako toka kwa bahasha, enda weka pale kwa mtu, Mungu anakuona. Haleluya. Leo ni kitu anakuja kutoka baadaye siku nyingine. Wale wengine tatu. Huu mwaka tulifika mahali tukienda mwezi wa 6 au mwezi wa 7. Tulikuwa kuna nyumba ambayo tunafanyia biashara pale Rongo, na nimekuwa nikilipa mtu pesa ambayo nilikuwa najua kwamba ndio landlord wa hiyo duka. Sasa nilipokuwa namlipa pesa wakati nikafika mahali akaniambia kwamba sasa kuna ripoti mpya imekuja, ni lazima uhame kwa hii nyumba, kwa sababu hii nyumba iko kwa barabara, tunataka tubomoe ndio watu wakuwa wanapita, wanapitia wanatokea barabara huko nyuma. Mimi nikamuuliza, hii pesa nimekuwa nikikupatia kama mwenye nyumba, hakuna mahali naweza saidia kwa sababu barabara ziko karibu 3 hapa. So mmoja tu niende ukaa hapa, uende kubenefit kwa hiyo pesa. Akaniambia hapana, hii ripoti imekuja kutoka kwa mwenye nyumba. Nikamwambia wewe sio mwenye nyumba? Akaniambia sio mwenye nyumba. Mimi nimekuwa nikikuulia. Sasa tufanye aje? Kile tunaweza fanya, wewe hama. Kaita mama watoto nikamwambia kwamba hapa lazima tushikane mikono, tuombe Mungu. Hapa hatutoki. Mungu anatumia mbinu gani? Lakini mimi najua hapa tunatangaza kwamba Mungu alitupatia. Na tuomba. Na tukachukua mpaka nafasi tukafunga na tukaomba. Sasa siku moja baada ya kumaliza maombi siku ya Jumamosi tukafika na mama, kama ni wewe fungua nini lango tuanze biashara. Niambia kuangalia watu wenye nyuma yetu hapa. Wewe karibu. Tukamwambia tafadhali tutakuomba au namba ya simu umetuambia hii ndio yako, tupatie mwenye nyumba namba yake tuwasiliane naye. Akasema kwa mimi amenipatia report ni tosha. Sisi kama mama vitu tukaanza kutoa vitu, tukatoa vitu tukaweka hapo nje barabarani. Kwa ikakuja kama mama Mungu ataongea kabla siku ishe, kile mimi najua Mungu atakuwa ametangaza njia. Tukafunika vitu na tandarua sababu tunaona kufika mwisho. Sasa wenye kuna nyumba hapo nyuma road nikamwambia kwamba sababu hujapata mahali ya kuuzia, chukueni hizo vitu muhifadhi hapa. Tunapata shilingi 400 kila siku. Yeye mwanangu kulipa pesa ngapi kila siku? Nikamwambia tukatembea, akasema haya 200 kila siku. Kila siku 200. Kila siku mnanipatia 200, siku inaisha hivyo. Hatukufa moyo. Tukaendelea kuamini Mungu. Siku moja nikashare na mtu, hiyo wiki ikienda kuisha, nikashare na mtu fulani akaniambia, hizi nyumba najua mwenyewe anakaa Kisumu. Na kama nataka namba yake ya simu ndio hii. Jioni nikapigia mtu mwenye nyumba. Nikamwambia mimi nimekuwa mpangaji wako karibu miaka 7. Na sasa imefika mahali nimesikia umetoa report ihame. Unajua lazima uongeze kachumbi kiasi. Nikamwambia umepeana report ihame. Wewe ni mpangaji wangu tangu lini? Mimi sikujui. Hata nyumba niliambia na watu wake wanakaa huko ndani. Hakuna kitu inaendelea huko. Nikamwambia mimi ukweli ya maneno nimekuwa hiyo miaka yote nikikaa kwa hiyo nyumba, na kama unataka kujua ni ukweli, ngoja nikutumie statement za pesa nimekuwa nikituma pesa. Akapiga hiyo miaka yote akasema, hiyo pesa imekuwa ilipo mama imetosha nunue plot. Shilingi karibu 500. Hiyo miaka yote ameweka kwa tumbo yake. Kwa hivyo sikia nikwambie ndugu yangu. Akaniambia Mogaka, nilikuwa najua mimi nikisiasa. Mogaka, sikia. Kesho wameshabomoa, nikamwambia wameshabomoa kila kitu.
hapo ni njia sahihi. Akaniambia kuanzia kesho toa oda, huyo mwenye kubomoa atachenga. Huyo mwenye kubomoa aliamua hizo nyumba zote zimekuwa pamoja na watu wako, uamue kujenga hiyo nyumba. Ukiona ni aibu kujenga hiyo nyumba wewe, lakini kama utaona aibu kwa sababu wewe ndio umebomoa, jenga. Nadhani kuambia kwamba alijenga ile mlango yenyewe ameweka, unajua alibomoa, akasema sasa imekuwa gate, akatoa mlango kutoka kwake kulisaba kuja akaweka, sema sasa imekuwa gate, wenye walikuwa wanapita hapa ndio walikuwa wanafunguliwa na kupita mambo ile. Akaambia tu hiyo gate ile mlango yenyewe aling'oa, na akafanya hivyo na nyumba ikatengenezwa kwa ajili ya neema ya Bwana. Kwa hiyo hata mimi nataka nikwambie, kuna jambo ambalo unaweza kuwa unaombea au umekuwa ukiomba unaona kama kanawezekana. Wewe amini, wakati wa Mungu ikifika atashughulikia hiyo jambo ile. Barikiwe sana. Amen. Tuwapigie makofi, tuwapigie makofi. Mimi ninaamini kwamba wewe umefanywa makubwa kuliko hayo, lakini umekaa. Haleluya. Tuko na wageni pale. Naona tuko na wageni wengi sana leo. Ningeomba tu watusalimie tu. Kama unasikia unaweza kutusalimia. Hapa tunasema ya kwamba kama hujarudia mwaka hapa kwenye kanisa la Full Gospel, hujaruka mwaka mahali pazuri. Hapa ndio mtu anasikianga siwezi kukaa nyumbani, siwezi kukaa huko nyumbani. Kama mimi nitoka huko nyumbani kwetu nikuje niruke mwaka hapa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa sababu niliona kurukia pale sitaomba vile ninataka, sitakuwa na uhuru vile ninataka. Hakuna kanisa kama hapa. Bwana asifiwe. Nataka niwapepe wageni wenye wametutembelea. Niko na dakika kidogo sana. Tuko na wageni wenye wametutembelea, tunawakaribisha. Sisi tunapenda wageni na hatupendangi watu wanasema hata hatukupewa nafasi. Kama uko mgeni niweze tu kwa mkono. Mgeni asalimie tu, sio maneno mingi, salamu tu peke yake na atuambie kama ameokoka. Tuko na wageni. Naona mmoja hapo. Naona mmoja hapo, naona wawili. Na tuko na manager wetu Wavuna TV radio hapa, tutampea nafasi. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo wageni nawapea dakika moja. Unajua mkipitisha dakika mimi ndio nitaraumiwa hapa ya kwamba nilichelewesha. Kwa hivyo nawakaribisha wageni hapa. Sisema tu neno lako na jina lako kama umeokoka na katika jina la Yesu. Karibu ndugu wetu. Karibu bwana manager, tusalimie. Na nimeona mgeni mwingine pia hapo atusalimie, na Mungu atawabariki kwa dakika moja. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maadui wa shetani, marafiki wa Yesu, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naitwa John Ugoi. Natoka Radio Vuna, ambapo tuko na Vuna TV ambao ni YouTube TV. Ndio wale sisi pale. Vile nimekuja hivi, nimekuja na wenzangu. Niko na cameraman wangu mwenye suti pale. Naitwa Joseph Nyagaka. Ndiye pia pilot wetu. Nimekuja na Wycliffe, ndiye pia editor na technician wetu, na anasoma taarifa za habari. Wote ni wanahabari wa taarifa za habari, kwa sababu wako pale. Tumeshukuru sana kuwa hapa. Asante sana Pastor John. Pastor John ni tunashiki jina. Mimi na yeye tunashiki jina. Na hivyo basi tunamhamia sana. Hata vile tunaongea hivi, Bishop Josephat Oyaro anafanya maombi na wale watu wanapiga simu moja kwa moja. Sasa sijui Full Gospel imeingia Radio Vuna kwa kishindo sana. Imeingia huko kwa mvuto mkubwa. Nimeenda kupita hivi nikapata ameingia. Kuna mwimbaji mmoja kutoka hili kanisa pia nimemuona huko, anapiga gitaa kutoka Bugenyaga Tani huko, najua unamfahamu.
So wote hao wakaniambia nilete salamu zao. Mmezipokea? Na pia kuna mtangazaji anaitwa Levi Sobogi yako pale studioni. Salamu zake mmezipokea? Kwa hivyo kwa sasa, kuanzia sasa hivi tutaenda moja kwa moja, tutapeperusha. Tayari tuko live kwenye Vuna TV. Sasa tunaingia kwenye redio. Pastor alikuwa na Bishop alikuwa anafanya ombi, kisha baadaye turushie kijiti. Sio ni sawa? Kwa hivyo chochote mnasema dunia nzima inasikiza. Pia vile vile ukiwa na application inaitwa Radio Garden, utafuta Radio Vuna pale ndani. Kwa redio zote za dunia tuko pale pia sisi. Mungu ametubariki, nafurahi kwa sababu nitaruka mwaka pamoja nanyi, na ni asante kwa kuwa na watu wa kanisa la Full Gospel, watu wa karimu, watu wanampenda Mungu. Asante na niazidi kubarikiwa. Wacha niwache roho yangu wazi nizidi kubarikiwa. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Yesu asifiwe tena. Amen. Majina ni Anton Domo, Abaprecious, kutoka Yesu Bwana, ashiriki kanisa la Redeem, na kule nimesema siku hii. Amen. Na wewe wajua na tunazidi kubarikiwa pamoja. Amen. Praise God. Amen. Majina anaitwa Naomi Mwango. Nimetoka Mpenda Yesu. Mwanangu kwanza kushika tena katika kanisa hili la Full Gospel. Nimeanza na rafiki yangu Jimtubariki. Tuwapigie makofi. Mungu awabariki sana. Asante sana. Bwana manager, tumekuwa na wahubiri wetu huko wamekuwa wakihubiri na tunafurahi. Bwana asifiwe sana. Na wamekuwa wa baraka na tunaendelea vizuri. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Tuko live. Kwa hivyo hiyo sura ugeuze. Bwana asifiwe sana. Ni vibaya sana kuonekana sura umekasirika ukiwa live. Live dunia mzima, hata watu wa nyumbani wanakuona. Wanaona yule anakasirika hivyo na ni mwaka tunaruka. Bwana asifiwe. Haleluya. Tunataka kwenda kusikia neno la Mungu na ninaamini ya kwamba Mungu wako pamoja nasi. Na kuna watu wenye siwezi nikasahau. Unajua ni watu gani? Kama umejazwa roho mwaka huu, siwezi kukosa kukupatia nafasi. Nionyeshe tu kwa mkono mwenye amejazwa roho mwaka huu. Tukiongozwa na ndugu. Ulisema mmoja, wawili, wengine mwaka huu. Na mwaka huu na onyeshe tu kwa mkono. Hili ni kanisa la kiroho. Bwana asifiwe. Tuko na watu wawili hapo wa mwaka huu. Haleluya. Simama tu useme namna hii na useme vile unasikia. Usema tu unasikia namna gani. Hivyo tu. Ukiwa hapo. Sasa roho. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Nashukuru Mungu kwa hiyo. Nasikia vizuri. Hivyo ndio nilikuwa nataka aseme. Anasikia vizuri. Mtu anasikiaga vizuri. Hata shida zikikuja unasikia tu vizuri. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Tunataka sasa kumkaribisha mtumishi wa Mungu ambaye atatuhubiria hapa. Tutakuwa na nafasi ya kushangilia, tunakuwa na nafasi ya kutoa ushuhuda na Mungu wetu wako pamoja nasi. Bwana asifiwe. Situweze kusimama tuimbe wimbo mmoja, halafu tumkaribishe referee aweze kutukaribishia mnenaji wa siku ya leo. Waibaji hapa mtuongoze wimbo mmoja moto moto ambao uko live. Haleluya. Haleluya. Karibuni. Wapi shangwe na vigelegele kwa Yesu? Wapi vigelegele kwa Yesu? Nyumbani kwa Baba hakuna matata. Nyumbani kwa Baba hakuna matata. Nyumbani kwa Baba hakuna matata. Nyumbani kwa Baba hakuna matata.
Shambwe
ukilala utakuwa umelala life. Karibu sana. Amen. Amen. Asante. Kwa mkutano huo. Mungu akubariki ndugu wetu Kevenji. Kumpigie makofi jamani. Sitaki nipoteze muda. Na sitaki iende kando na vile mpango ulivyo. Kwa majina naitwa Reverend Mwangi ama Jesus Mwangi. Hili kanisa letu ni kanisa la Full Gospel. Kwa hivyo wewe uliye mgeni, Mungu akubariki kwa kushiriki pamoja nasi. Bwana pewe sifa. Na kwa sababu wachungaji watatu katika kanisa hili, na kwa sababu hekima ni nzuri sana, ningependa nimkaribishe Zakari kutusalimie, alafu niweze kumuombea ndugu ama kumkaribisha ndugu ili aweze simama na neno lake Mungu, maana tumefika mwisho wa mwaka na tena tunakaribia kuanza tena mwaka. Fikiria mambo hayo mawili, nitaongea baadaye. Ndugu wetu Zakari, karibu tumpigie makofi. Bwana asifiwe. Bwana inuliwe. Mungu ni mwema, mbarikiwe sana. Tumpigie makofi. Wewe mke wangu usije ukanilaumu, karibu usalimie kanisa la Mungu. Tumpigie makofi jamani. Hana haraka. Sasa kanisa na uombee neno la Mungu. Bwana inuliwe. Amen. Niwasalimu nyote katika jina la Yesu. Amen. Kwa majina naitwa Veronica Komi, Mwangi ya Reverend Mwangi, na nimeokoka Yesu ni Bwana, na napenda sana sababu ya kushiriki katika mkutano wa kuruka mwaka, sababu Jehova ametutendea mema katika jina la Yesu. Bwana bariki, tutabarikiwa moja na moja katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, mbele zako Bwana, Jaile tunakuomba Bwana, tunakusifu Jehova usiku huu wa leo. Sababu wewe Jehova Jaile umetutendea mema katika jina lako Baba. Sasa Mungu wetu tumekutanika mahali hapa Jehova Kilima, ili maite Godi tuweze kukuinua Baba wetu na kukushukuru Jehova. Sababu ya yale ambayo Mungu wetu umetutendea kweli Jehova Jaile. Baba yangu tulianza mwaka sababu yako Mungu wetu. Ulianza pamoja nasi Jehova Jaile. Umetubeba Bwana, umetuleta mpaka mahali hapa Baba. Wajua ya kwamba kuna wengine ambao tuliozaliwa pamoja Jehova, tukaanza pamoja nao mwaka siku hii ya leo wako Baba yangu, lakini sisi Mungu umetusaidia. Hivyo Baba yangu tu hai sababu ya malengo yako katika maisha yetu Jehova Jaile. Hivyo Mungu atulichukulie jambo la kawaida Bwana, bali ni wewe tu Mungu tunalikuinua na hata kukusifu katika jina lako. Asante mtakatifu wa takatifu, sababu ya ugali huu ambao Mungu wetu umetuleta Jehova. Ni wewe tu Baba unastahili kuabudiwa, na unastahili kuinuliwa nabii. Mungu wetu na hata kupewa sifa katika jina la Yesu. Wakati Mungu wetu tumbele zako mtakatifu, tukijua ya kwamba umeandaa meza kwa sababu yetu Jehova Jaile, ili Baba yangu katulisha na neno lako la uzima, ili Baba yangu katika mwaka ambao tunaenda kesho Jehova Ridima, tukapata nguvu za kuendelea mbele Baba. Aliye Mungu wetu, mwenye Mungu wetu wako chini utamuinua Baba kupitia neno lako katika jina la Yesu. Baba yangu utatupatia tumaini sababu ya neno lako maidia. Oh haleluya. Jehova Jaile utatusimamisha Jehova Jaile. Asante mtakatifu wa takatifu. Hata yule ambaye hajakujua Baba, kupitia neno lako takatifu Mungu wetu atakujua kwa sababu ya siku ya sifa zako Mungu wetu. Asante Baba yangu sababu ya mtumishi wako Baba yangu ambaye anaenda kusimama mbele ya madhabahu. Baba yangu naomba Baba wetu akasimame na mafuta yako Ridima, ili neno ambalo umeweka ndani yake Baba yangu ikifika ndani ya mioyo yetu Jehova, tukawe na ufunuo katika jina la Yesu. Asante Mungu mwema sababu ya kutuwazia mema siku hii ya leo, sababu ya neno lako Baba yangu, neno la uzima ambao ni neno ambalo litatuangazia mbele zetu. Haleluya, 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 oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya, oh Hosea, haleluya, oh Hosea, haleluya.
jina la Yesu nimeomba na hata kuamini. Tupigie dada huyu makofi. Pasta, karibu katika jina la Yesu. Tupigie mtumishi wa Mungu makofi. Nafasi ni yako. Chukua jukumu hilo. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Uko na furaha kwa sababu ya Bwana. Mimi nina furaha pia, nimeokoka na mpenda Yesu kwa sababu ya kuniokoa na kwa sababu amenitendea mema. Bwana asifiwe sana. Hata mimi nimetendewa mambo makuu, ninamshukuru Mungu. Ni mwaka huu ambao nilifunga ndoa. Bwana alisaidia. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana atukuzwe. Tunataka kuvuka mwaka katika jina la Yesu. Neema Bwana ametupa. Wakati tulikuwa tunaanza mwaka, tulikuwa hapa tukamwomba Mungu wa mbinguni, tukamwambia katika mwaka wa 2023 tunapoingia mwaka huo, Bwana ukaenda pamoja nasi. Jehova amekuwa mwaminifu, ametulinda, ametuongoza. Kuna mambo mengi ambayo yalifanyika katika mwaka. Kuna watu tulianza nao katika mwaka lakini wakatuacha. Hawakuwa wabaya, walikuwa wazuri mbele za macho ya Mungu, na waliondoka kwa mapenzi ya Mungu. Na sisi tumebaki. Leo hii tumerudi katika madhabahu ya Mungu kusema asante na kuomba msaada wake tena katika jina la Yesu. Nataka tulishiriki neno la Bwana, na kwa wewe ambaye haujajua majina yangu, naitwa Pastor John Nanga, nimeokoka. Tunahubiri katika hiyo redio ya Vuna tukiwa na pastor mchungaji mwenzangu Pastor Zakai. Tuna vipindi huko. Manager umesahau. Bwana asifiwe. Haleluya. Na Mungu amekuwa mwema. Pia nashukuru kwa sababu ya wafadhili wetu ambao wamekuwa wakitufadhili tuhubiri mahali pale. Na kumbe hiyo injili inaenda. Unaweza fikiri haiendi, lakini tumepokea simu kutoka Bomet, kutoka mahali nyingine. Hata juzi nilienda Masaini, mama mwingine akasema kuna pastor wa kanisa letu la Full Gospel Jogo anahubiri Vuna. Ninafuata sana. Nikasema kumbe injili inaenda. Haleluya. Kumbe injili inaenda. Hiyo ndio baraka yake Mungu. Bwana awabariki na watendee mema katika jina la Yesu. Kwa hivyo tunaingia katika neno lake Bwana katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati mlango wa 12 kuanzia mstari wa 5 kuendelea. Na najua Bwana atatubariki katika usiku wa leo, kwa sababu yeye ni Mungu wa karibu na sisi. Kumbukumbu la Torati mlango wa 12 kuanzia mstari wa 5. Biblia inasema namna hii. Inasema ya kwamba lakini mahali atakapochagua Bwana Mungu wenu katika kabila zenu zote, awaweke jina lake, maana ni makao yake, elekezeni nyuso zenu hapo, nawe wende huko. Pelekeni huko sadaka zenu za kuteketezwa na dhabihu zenu na zaka zenu na sadaka ya kuinuliwa na ya mikono yenu na nadhiri zenu na sadaka zenu za hiari na wazaliwa wa kwanza wa makundi yenu ya ng'ombe na ya kondoo. Na huko mtakula mbele za Bwana Mungu wenu. Nanyi furahini katika yote mtakayotia mikono yenu ninyi
na wa nyumbani mwenu aliyokubarikia Bwana Mungu wako. Msifanye kwa kufuata mambo yote tuyafanyayo hapa leo, kila mtu kama aonavyo vema machoni pake, kwani hamjafikiria bado katika raha na urithi akupao Bwana Mungu wako. Lakini mtakapovuka Yordani na kukaa katika nchi anayowaridhisha Bwana Mungu wenu, akawapeni raha, akiwaokoa na adui zenu pande zote, mkakaa salama. Wakati huo itakuwa kwamba mahali pale atakapochagua Bwana Mungu wenu akalishe jina lake, hapo ndipo mtakapoleta kila kitu ninachowaamuru, sadaka zenu za kuteketezwa na dhabihu zenu na zaka zenu na sadaka ya kuinuliwa ya mikono yenu na nadhiri zenu zote teule mtakazoweka kwa Bwana, nanyi mtafurahi mbele za Bwana Mungu wenu, ninyi na wana wenu na binti zenu na watumishi wenu wanaume na wanawake, na Mlawi aliyemo malangoni mwenu, kwa kuwa hana sehemu wala urithi kwenu. Bwana asifiwe sana. Amen. Nashukuru Mungu. Nimesahau, tafadhali. Asante Reverend kwa sababu ya kunikaribisha. Asante. Bwana asifiwe sana. Unajua unaweza sahau, afadhali nimekumbuka. Asante. Nashukuru. Bwana asifiwe sana. Tunakukaribisha wewe ambaye umekuja hapa katika nyumba hii ambayo inaitanishwa na jina lake Mungu wa mbinguni, na kwamba umechagua kuingia hapa si kwa sababu umekuja uone dini yetu, haujakuja uone watu wanaoshiriki hapa, haujakuja kutafuta rafiki yako hapa, lakini umekuja ili uende mbele za Mungu na Mungu akakubariki tunapovuka mwaka. Jina la Bwana libarikiwe. Maandiko inasema kuna mahali Mungu atapachagua aliweke jina lake katikati ya makabila za watu, akaambia watu wana wa Israeli ya kwamba mahali nitapachagua, nendeni pale mkafanya ibada kwa sababu ya maisha yenu, kwa sababu ninataka kuwapa raha mtakapovuka katika Yordani na kuingia mahali ambapo ninaenda kuwaridhisha. Ninataka mkatoe ibada katika mahali pale ambapo nimepaweka, nitaliinua jina langu mahali pale. Ingieni mahali hapo mkajifanyie ibada. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu wetu anahitaji ibada, anahitaji moyo ambao unamtambua ya kwamba anaishi katika jina la Yesu. Leo hii ninasema kwa wewe ambaye umechagua kuingia katika nyumba ya Mungu ili Bwana akakuwezeshe na akakushindanie wakati unaenda kuvuka mwaka. Unataka umkabidhi Bwana maisha yako, unataka ukae na amani, unataka Mungu akupiganie dhidi ya maadui zako. Umefanya vyema katika jina la Yesu. Maana neno la Bwana linasema kwamba Bwana atakupa amani. Hata watumishi wa kwenu watapata amani, hata watu wa kwenu watapata amani. Kile ambacho tumekuja kutafuta hapa, tumekuja kutafuta mkono wa Bwana ukatembee pamoja nasi. Na katika mahali hapa ninakuahidi ya kwamba hatutatoka bure katika jina la Yesu. Ninakuongosha tu kwa dakika chache ambazo ziko mbele hapa, alafu hapa tutapata maombi. Sema maombi. Na tutaongozwa maombi hapa, na tutaombea kila kisirani kinaenda kuondolewa, na Mungu wa mbinguni anaenda kuingilia
jina la Yesu. Tunapofanya ibada hii ya kukamilisha mwaka, tukienda kuingia mwaka ambao tunaotarajia, sisi hatuna uwezo juu ya miaka, lakini Mungu wetu ako na uwezo juu ya miaka, kwa sababu yeye ndiye anaumba na yeye ndiye anahuisha. Jina la Bwana libarikiwe. Yeye ndiye mwenye uwezo na mamlaka. Hakuna aliye kama Mungu wetu. Yeye ndiye anafanya watu wakafaulu. Amesema hapa, watu wanapofanya ibada katika hekalu lake, atawapatia amani. Atawapigania dhidi ya adui zao katika jina la Yesu. Leo hii 2023 inapoyeyuka na kumalizika, tunajua Mungu wetu wa mbinguni ako na mipango mizuri kwa sababu ya mwaka unaokuja katika jina la Yesu. Tumekuja hapa kukamata mwaka. Tumekuja hapa kuingia katika malango ya mwaka wa 2024 na nguvu za Mungu wa mbinguni na nguvu za Bwana Yesu zikatangulie kule tunakwenda, zikatangulie na kuonesha neema kati ya wanadamu wanaoishi duniani, wakajue kuna Mungu mbinguni ambaye anabadilisha historia za watu, ambaye ana historia katika maisha ya kila mmoja. Our destiny, it is in the hand of God. Your destiny, it is in the hands of God. Upeo wako uko mikononi mwa Mungu. Na ndio maana amekuleta usiku wa leo. Amekuleta hata kama haukujali kanisa. Leo Mungu amekupiga, amekuambia uje leo tuvuke mwaka pamoja, kwa sababu wako na haja na maisha yako. Anataka kukubariki, anataka kukubadilisha, anataka kukuinua utoke katika mahali pa mateso, lakini uingie katika raha ya Bwana katika jina la Yesu. Anasema Bwana atapigania watu wake kinyume na nguvu za adui katika jina la Yesu. Usiku wa leo tunapoenda kukamata mwaka, sijui unaelewa kukamata mwaka ni namna gani? Sijui unaelewa kuingia katika malango ya mwaka ambao Bwana ameifanya, yani kukamata mwaka. Unajua kuna watu wanaelewa mambo haya, wanaelewa kuingia kwa mwaka sio kawaida. Inatakikana mtu awe na Mungu aweze kuingia na kutawala katika mwaka katika nguvu za Yehova katika jina la Yesu. Lazima tuelewe Mungu ndiye anaanzisha mambo na yeye anakusudi na miaka. Haleluya. Ako juu ya kila kitu, ako juu ya mamlaka yote. Na kama wewe unakaa hapa unashindwa, na Mungu anajua miaka ikiisha, ama hii mambo tu tuko nayo hapa duniani, Mungu haelewi, anajua sana. Haleluya. Maana katika Mwanzo, kitabu cha Mwanzo 18 mstari wa 9 na 15, Biblia inasema alipofika kwa Ibrahimu akamwambia, ninataka kukubariki, ninataka nikupe mtoto. Sara alicheka, alishindwa mambo haya yatawezekana namna gani? Lakini Bwana akasema, panapo wakati kama huu, mwaka unaokuja utakupatia mwana wewe. Kwa hivyo God knows about our years. Anaelewa Bwana habari za miaka, maana alishuhudia kwa Ibrahimu. Hata Sarai akacheka, akashindwa na hii miaka gani mbona mimi mzee. Lakini Bwana akasema namna hii, akasema, je, kuna jambo gumu kwa Bwana? Hakuna. Kwa hiyo sio Marekani, Bwana mwenyewe akasema mwaka ujao. Kwa hiyo Mungu anatawala miaka, kwa sababu aliongea katika
katika Genesis habari ya miaka. Usifikiri ile kitu tunafanya hapa kiko mbinguni, kiko. God knows about tomorrow. Mungu anaelewa mwaka wa 2024 vile utakuwa. Na kama alimwambia huyu atapata baraka mwaka unaokuja, huyo Mungu ni yule jana, leo na hata milele. Yeye ni Mungu asiyebadilika. Na hata usiku wa leo anasema atatupigania na adui zetu. Atatubariki huyu Bwana. Atatuonyesha uso wake. Atatuongoza katika malango ya kuingia katika 2024 katika uweza wa Bwana. Hatuwezi kwa nguvu zetu. Hatuwezi, sisi ni wanadamu. Hatuwezi kwa pesa zetu. Lakini kwa ibada mbele za Bwana atatusaidia. Atatuongoza. Atatushika mkono. Atatupeleka mahali tujafika kwa sababu yeye ni Mungu. Katika jina la Yesu. Wewe unacheza na mambo ya madhabahu. Unacheza na mambo ya Mungu. Yeye ni Mungu na hafananishwi. Na wote wanaojua jinsi ya kukaa kwake wanainuliwa. Wanatembea na nguvu za Bwana. Wanaona mkono wake katika jina la Yesu. Nikwambie jambo moja. Watu walioweka misingi kwa Mungu, hakuna siku walilia. Hakuna siku waliona ate Mungu hawezi. Hata iwe ni kwa dunia hii, iwe ni wapi, kwa sababu hii maneno yanafanyika dunia. Nilipokuwa nikifikiri na hili jambo lilikuja ndani yangu, kafunuo kidogo tu Mungu akanipatia. Katika ulimwengu huu kuna nchi moja ambayo imekuwa juu siku zote, haiendi chini. Kila wakati wa ulimwengu wanaongea, wanasema hiyo nchi iko juu tu. Nikakagua, why these people? Kwa nini na sisi wengine ni wa Mungu? Lakini nakuja kujua waanzilizi wa nchi ile walikaa chini na walikuwa watu wa Mungu, wakaelewa Jehovah God anafaa kupewa nafasi ya kwanza katika nchi yao. Kwa hivyo walipokuwa wakifanya pesa, walipokuwa wakitengeneza pesa, Amerika walichukua dola wakaandika in God we trust. And God cannot be defeated. Hallelujah. Walipoandika hiyo, wale walikuwa watu wa Mungu waanzilishi. Hata leo Jehova bado amewasimamisha. Jehova ametetea uchumi wao. Mungu atusamehe. Baada ya kwetu watu hawakuweka misingi ya Mungu. Hawakujua noti ya Kenya ilipotengenezwa kwanza, waliona Kenyatta ndiye mkubwa, akawekwa pa. Wale walirudi wakasema Kenyatta hafai kukaa kwa pesa yetu, tunatoa hiyo sura yake. Wakaweka ndovu, wakaweka jirafu, wakaweka wanyama wa mwituni. Sasa hii Kenya, wewe utafikiri utaiweza bila mkono wa Jehova? Pesa yake imetoka wanyama. Wewe wanyama wanaweza kama watu. Ndio unaona hapa Kenya kupata pesa unakimbia. Wanyama wanasema bali kuingia zaidi kusiku. Watu wanakaa wakikimbiza. Wanakimbiza noti. Wanakimbiza. Lakini wale wanajua habari wamebadilisha historia. Katika nyumba ya Bwana watakuja wakasema, Baba tunakuabudu. Tukamatie zile vitu. Tukamatie hizo pesa. Tukamatie, maana hatutaweza kwa mkono wetu. Na katika nyumba ya Bwana watu wamebadilisha historia zao. Katika madhabahu ya Mungu watu wamebadilisha habari ya destiny zao. Si kwamba Kenya Mungu hayuko, yuko. Lakini anatembea na watu ambao wanamcha yeye, wanamwamini yeye. Na unajua Mungu hataki tu upate pesa,
anataka zaidi upate ufalme wa mbinguni. Jina la Bwana libarikiwe. Anataka kukuhifadhi, anataka kukuongoza, anataka ukae na amani katika familia yako. Akasema atatupigania hata kwa maadui zetu. Bwana asifiwe sana. Maadui ni kina nani? Ni magonjwa ambayo yanasumbua watu. Maadui ni nini? Ni kile shetani analeta katika maisha yetu atumalize. Maadui ni nani? Ni yale mambo yako kinyume na maisha yetu. Bwana asifiwe sana. Lakini kwa sababu Bwana anatawala katika usiku huu ambao tumekuja hapa, wewe ukiwa shahidi ya kwamba kuna Mungu mbinguni, nataka nikupe moyo ya kwamba jambo ambalo umelichagua leo ni jambo ambalo lililo bora sana katika maisha yako, ambalo hautajutia. Kwa nini ulimtafuta Mungu? Anataka kubadilisha mawazo ya watu. Kama ulikuja hapa kwa sababu nyingine, weka kando. Hapa sasa tuanze kuingia katika mahali pa kufanya urafiki na Baba wetu wa mbinguni, akaweza kuchukua usukani katika maisha yetu. Maana kule tunakwenda hatuwezi bila Mungu. Bwana asifiwe sana. Hawa wakaambiwa mtakapovuka pande ile, mtakapoingia, ninyi vile mtanitumikia, hivyo ndivyo nitaachilia baraka na amani siwe katika maisha yenu. Katika jina la Yesu. Jina la Yesu lina uwezo. Jina la Yesu lina mamlaka. Jina la Yesu lina nguvu. Linabomoa kila mishale na nguvu zote za giza. Katika jina la Yesu mambo yote yanawezekana. Miaka inajulikana na Mungu wetu wa mbinguni. Hata Elisha, 2 Kings 4:16, alienda kutembea. Elisha mtumishi wa Mungu alipofika kwa mama ambaye hakuwa na mtoto, akasema mwakani wakati kama huu utapata mtoto. Kwa hivyo tunapokuambia huyu Mungu anajua habari za miaka, anaelewa, maana kitabu chake Biblia kinatuambia hivi. Na huyo alikuwa amekosa mtoto miaka mingi, alikuwa na shida miaka mingi, lakini nabii aliposhuka katika nyumba hiyo akasema mwaka ujao wakati kama huu utakubatia baraka yako. Bwana asifiwe sana. Nataka kukuambia huyu Mungu ambaye umekuja kutafuta usiku wa leo, ana uwezo wa kubadilisha hali yako, na mwaka ujao ukawe na ushuhuda mpya, ukawe na sababu ya kusema kama sio Bwana ambaye nimemtafuta singekuwepo mahali nipo. Watu wanapokuuliza ni namna gani, unawaambia ni Bwana Yesu. Unaambia ni Bwana wa mabwana. Ametembea kwangu, ametembea katika kazi yangu, ametembelea familia yetu, ameondoa kila kisurani. Sasa tuko na amani. Bwana asifiwe sana. Nilikuwa naangalia neno la Mungu, nikaniambia sio hivyo tu, hata Yesu aliposhuka alikuta watu wanasumbuka, na masumbuko yaliyokuwa ndani ya watu ingine ilikuwa imechukua miaka, lakini Bwana alipofika hapo alileta suluhu katika maisha yao. Jina la Bwana libarikiwe. Tusome katika kitabu cha Yohana 5 mlango wa 5. Uone Bwana Yesu alikuta mtu amesumbuka kabisa, amesumbuliwa miaka mingi, lakini Yesu alileta suluhu. Bwana asifiwe sana. Maandiko inasema 5:6, Yesu alipomuona huyu amelala, naye akijua kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, alimwambia, wataka kuwa mzima? Yule mgonjwa akamjibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotimbuliwa, ila wakati ninapokuja mimi mtu mwingine hushuka mbele yangu.
Yesu akamwambia, simama, jitwike godoro lako uende. Mara yule mtu akawa mzima, akajitwika godoro lake akaenda. Nayo ilikuwa ni Sabato siku hiyo. Bwana asifiwe sana. Hapo juu Biblia inasema kwamba huyu mwanadamu alikuwa mahali ambapo alihitaji msaada. Na miaka 38. Miaka 38, sitasoma hapo juu, nitaka tusome. Lakini tukisoma, wacha tusome tu. Baada ya hayo, kuanzia mstari wa kwanza. Baada ya hayo palikuwa na sikukuu ya Wayahudi. Naye Yesu akakwea kwenda Yerusalemu. Na huko Yerusalemu penye mlango wa kondoo pana birika iitwayo kwa Kiebrania Bethesda. Nayo ina matao 5. Ndani ya hayo jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala, vipofu, viwete, nao waliopooza, wakingoja maji yachemke. Kwa maana kuna wakati ambapo malaika hushuka akaingia katika ile birika, akayatibua maji. Basi yeye aliyeingia wa kwanza baada ya maji kutibuliwa akapona ugonjwa wote uliokuwa umempata. Na hapa palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka 38. Wewe wafikiri Mungu hajui miaka? Biblia inasema Yesu aliposhuka alikuta mahali wagonjwa walikuwa wanakaa wakingojea uwezo wa Bwana. Alikuta mahali ambapo Bwana alikuwa amechagua siku hiyo ya kwamba watu wanapofika hapo wanapata msaada wake Mungu, wanabadilishwa maisha yao, wagonjwa wanapona, walioonewa wanaondolewa roho ya kisirani katika maisha yao, waliotekwa mateka wanawekwa huru. Yesu akaja akakuta mtu mmoja alikuwa wakati mwingi amengoja baraka yake. Mwaka ukaisha, mwingine ukaisha, mwingine ukaisha, mwingine ukaisha, mwingine ukaisha. Maandiko inasema miaka 38 huyu mtu hakuwa amepokea uponyaji wake. Lakini Bwana aliposhuka akamwangalia, akamuuliza swali, je, ungetaka kupona? Yule mtu akaanza sababu zake. Mimi sikuwagi na mtu wa kuniweka. Sasa ile Mungu anashuka, mimi sio wa kuniweka kwa birika. Bwana akamwambia, sio, unataka kupona? Akamwambia, tuachane na habari nyingi. Na kuambia leo umekaa hapa miaka mingi 38. Ninakuambia leo, chukua wako uende nyumbani. Jina la Bwana libarikiwe. Uenda mpendwa, katika safari ya maisha umeteseka siku mingi, umegandamizwa siku mingi, umekaliwa siku mingi, lakini usiku wa leo umefanya vizuri. Umekuja katika hekalu la Bwana. Umekuja katika mahali ambapo Yesu ana uwezo wa kutenda mambo makubwa. Katika jina la Yesu, nataka nitaishe moyo wako. Wakati tutaenda kuingia katika habari ya kuchukua vitu ambavyo vimetusumbua katika maisha, uelewe leo ni siku yako ya kubadilika. Bwana asifiwe sana. Usitoke nyumba hii vile ulikuja. Wewe usikuwe mtu wa kulikika. Sasa umekuja hapa tuuke mwaka na tunakuambia Mungu ana uwezo, alafu utoke hapa uanze kuambia watu hakuna kitu nimepata. Mungu wako hapa kwa nyumba hii. Amesema mahali atainua jina lake liwekwe pale, watu wamtazame hapa. Haleluya. Mungu wako hapa katika nyumba yake usiku wa leo. Maana tumekusanyika
Mungu. Mungu atakapokuwa akitembea, wacha aone shida yako hiyo ambayo imekukalia. Ulikuwa nayo wakati jana, umekuwa nayo 2023 na bado inakusumbua. Usiku wa leo ni usiku wa Yesu kuingia katika nyumba yako. Na kubadilisha mambo. Kama utaamini, unajua huyu mtu alikuwa ulizwa, unataka kupona, anasema sina mtu. Kuna mtu anajua, anaulizwa unataka kufaulu, anasema sijui nitafaulu namna gani. Lakini usiku wa leo neno la Bwana linasema Yesu alipoangalia mtu huyo alimwambia, mimi ninakuambia chukua ono lako, enda nyumbani. Kwa hivyo mapenzi ya Mungu ni abadilishe maisha ya watu wake. Wewe ni wa dhamana sana katika macho ya Bwana Yesu, na ndio maana usiku wa leo akakuleta katika nyumba hii. Umefanya vizuri ya kwamba utazame katika mahali pake ukaone msaada. Mungu anaenda kubadilisha watu destiny zao. Mungu anaenda kuinua watu hapa. Mungu anaenda kubadilisha watu. Hey, utakapokutana na mtu mwaka ingine amebadilishiwa maisha, wewe usishangae, ni Mungu alikuja kwake akamuinua. Wakati alimwamini Bwana akasema nitaenda hekaluni nikatafute mwaka. Oh, kuingia na Yesu, kuingia na Bwana katika mwaka huu. Kwa sababu Bwana amesema atatupa amani, atatupigania vita kama walokole, kama watu wa imani, na amesema hata kwetu manyumbani tutakuwa na amani. Jina la Bwana libarikiwe. Kile mazingira kile tumezunguka wewe, kutakuwa na amani. Kwa sababu nini? Bwana anatawala. Wewe ndio uchukua position, unaingia naye Bwana Yesu anakutendea sawa sawa na mapenzi yake. Jina la Bwana libarikiwe. Walikuwa na watu wengi, walikuwa wanakuja katika hiyo birika. Kulikuwa na watu wengi, wagonjwa, watu wamelemewa, lakini kwa nini Yesu akamhurumia? Akaona miaka 38 huyu mtu ameteseka. Sijui shida ambayo uko nayo imekusumbua siku gani. Ni siku ngapi ukihesabu? Ni siku ngapi shida ambayo inakutesa leo, ambayo imekuwa sugu kwenu? Ni shida gani inasumbua jamii yenu? Ni nini kinachosumbua kwenu? Usiku wa leo tunapoenda kuingia malango ya mwaka wa 2024, Bwana anasema ako na jawabu kwako. Anasema ako na uwezo wa kukusaidia katika jina la Yesu. Wewe ambaye umelaliwa na maisha, umelaliwa na maisha, na katika usiku wa leo umeingia katika nyumba ya Mungu, pengine ni magonjwa, pengine ni madeni, pengine ni kukosa amani, mpe Bwana Yesu mzigo, maana ako katika nyumba hii akusaidie, aende na wewe katika 2024 ya kwamba uingie kwa uweza wa Bwana. Hivyo ndivyo kukamata mamlaka. Katika jina la Yesu. Hivyo ndivyo kuingia na mamlaka katika jina la Yesu. Na hapa ile kitu tumekuja, is a serious business. Hapa ni ile kitu unasikiaga, kitu serious. Hatujakuja hapa kujienjoy. Tumekuja hapa kupatiana maisha kwa yeye aliyetuumba na kumwambia achukue usukani aende pamoja na sisi, maana bila yeye hatuwezi. Bila msaada wa Yehova sisi ni bure. Bwana akikufungulia milango, hiyo kitu unaona kubwa ni kidogo sana kwa Mungu. Huyu alikuwa miaka 38 sasa. Sina mtu wa kunisaidia. Lakini Yesu alipoingilia kati, shida ilikauka. Uponyaji ukashuka. Akachukua godoro. Hata wakati ilikuwa imesemekana watu katika Sabato wasibebe mizigo, akatembea kile nyumbani, akaelekea kwa watu wao. Watu wengine wanamuuliza nani amekwambia wewe ubebe godoro? Na siku ya Sabato akawaambia kwamba aliyeniponya ameniambia nibebe godoro.
maisha, akakupeleka kwa destiny yako. Leo tunaenda kuongea milango ifunguke katika jina la Yesu, ya kwamba 2024 sikia sauti ya watu wa Mungu katika madhabahu haya siku ya leo, ya kwamba lazima roho ya kisirani iende, lazima nguvu za shetani zitoweke, zikayeyuke katika jina la Yesu, zikayeyuke katika jina la Yesu. Tunatuma moto wa Bwana ukatangulie mbele zetu katika malango ya 2024. Tunaambia tunakuja na uwezo wa Bwana, hatukuji peke yetu, maana Bwana Yesu ametubebea mizigo na ametuambia tutaingia tukiwa na usalama wa Bwana. Tunatangazia mwaka ya kwamba magonjwa hayatatuweza katika jina la Yesu. Mwaka tunakuja tumelibeba jina la Bwana, alilotuambia tutasaidiwa. Msaada wa Bwana ndio tunatoka nao 2022, tukiingia 2024 na nguvu za Jehova zinaenda kututetea, zinaenda kutusimamisha, zinaenda kutetea kanisa, zinaenda kutetea wamama, zinaenda kutetea wadugu, zinaenda kutetea wababa, hata watoto wadogo. Bwana Yesu anaenda kututetea, anaenda kutuinua. Yesu anaenda kubadilisha maisha, anaenda kubadilisha hatima zetu. Tunaenda kuingia kwa uwezo wa Bwana jina la Yesu katika usiku wa leo. Sio kwa bahati mbaya tuliingia hapa, lakini tumeingia katika uwepo wa Bwana, mahali Bwana anapita. Na katika usiku wa leo anapopita hapa katika nyumba hii, ninakuombea mpendwa, asikupite. Hata mimi ninaomba Bwana anapopita hapa leo asinipite Mwokozi, kwa sababu kwa uwezo wa Bwana tutaenda kwa msaada wa Yesu. Yale mambo yamekalia miaka mingi yanaenda kueshushwa katika jina la Yesu. Umekaliwa nguvu za dhambi siku nyingi, usiku wa leo ni usiku wa kuondolewa katika hali ambayo imekusumbua. Unapoingia 2024 unaingia mtu aliye huru, mtu aliyesema. Leo hii ni wakati wa kuweka kila udhaifu kando na kuchukua Bwana Yesu. Wewe ambaye umetembea moyo ukiweka mizigo bado gondoo umeilalia, ni wakati wa kubadilika. Amen. Ni wakati wa kubadilika, ni wakati wa kusamehe, ni wakati wa kuomba, ni wakati wa kuweka mizigo chini, ni wakati wa kutafuta uwepo wa Bwana, ni wakati wa kubadilika, ni wakati wa uponyaji. Ni wakati wa kutembelewa katika nafasi ambayo tuko nayo. Wewe unaona leo ni lini? Leo ni Jumapili. Na tutawahi enda Jumapili nyingine tukarudi usiku kanisani. Tunafanya ibada za mchana, tutaenda makwetu. Lakini leo Jehova akasema utafanya za mchana na mrudi usiku hata ikiwa Jumapili. Bwana asifiwe sana. Na sasa tuko hapa mbele za Bwana. Tuko hapa mbele za Mwokozi Yesu. Tuko hapa mbele za Mungu wa mbinguni. Maana aliahidi mahali ataweka jina lake. Mahali ataweka jina lake, hapo watu watazame, nyuso zao zikatazame hapo, na watajifanyia ibada, na wanapotoka hapo watakuwa na amani. Nini kinakusumbua? Kilisumbua huyo miaka mingi, lakini Bwana aliposhuka kwake, historia ikabadilika. Kwa Mungu kuna uwezo wa kubadilisha mambo. Kwa Mungu kuna nguvu za kubadilisha mambo. Huenda umeng'ang'ana siku mingi,
huenda haujapata suluhu miaka mingi. Kila mwaka unaenda kuruka, lakini unauliza Mungu hapo wapi? Usiku wa leo anasema utakapokubali kuangalia katika madhabahu yake, kutafuta msaada katika madhabahu yake, utamuona. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Hawa wasikustue wameanza kusherehekea mwaka, hiyo ndio staili yao, lakini sisi staili yetu ni maombi. Staili yetu ni neno la Bwana. Staili yetu ni kumuinua Yesu. Staili yetu ni kumwimbia Bwana. Katika hapa hatutoki leo bila result katika madhabahu ya Mungu. Na ukimaanisha itakuwa ni hivi. Tunaenda kuombea na mtumishi wa Mungu anakuja hapa kuombea mahitaji yako. Sijui itakuwa namna gani mtumishi, lakini Bwana atamsaidia. Kwa sababu kila mtu anaandika hitaji yake. Unajua kwa nyumba ya Mungu, Mungu anafanya vitu tofauti. God is in this house. Wewe unafikiri ako mbinguni, lakini yeye anasema mahali atainua jina lake. Watu wakiangalia hapo, Mungu atatembea hapo, ataleta suluhu hapo. Watu watakaa na amani hapo. Na ndio maana Daudi alisema na alifurahi wakati aliingia katika nyumba ya Bwana. Kwa sababu alipoingia hakurudi akiwa vile alivyoingia. Despite kuwa kwamba alikuwa mfalme na alikuwa anakaa ikulu, hakutuandikia wakati nilikuwa ikulu. Nisikia vizuri. Anasema wakati aliingia kwa nyumba ya Bwana. Haleluya. Anasema wakati aliingia kwa hii nyumba, hapo ndipo alipata furaha. Amen. Furaha yako. Furaha yako iko hapa kwa nyumba hii. Katika usiku wa leo. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Tunaenda kuhakikisha katika jina la Yesu. Mimi nasikia wewe today we are going to make a mark. Tunaenda kufanya kitu kinaitwa alama. Yes. Hata tutachelewa, wewe tuandikie hitaji lako wewe. Tuandikie. Zaidi ya tutakuombea hapa. Mtumishi wa Mungu anakuja kutuongoza. Tutaombea mwaka tuingie. Lakini baada ya maombi uandike kama kuna kitu umesahau uandike tupatie karatasi. Tutakuombea. And God will make miracles to come in your life. Amen. In Jesus' name. Amen. Na tutalibisha wewe. Hatutakuitisha kitu. Tunakuweka mbele za Bwana bure. Hata Yesu alipokuta huyu mtu amesumbuka miaka mingi, alimwambia unataka kupona? Akamwambia chukua godoro. Mimi ndio mwenye uponya. Enda nyumbani. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Sisemi kwamba hautatoka hapa na jawabu lako, utatoka nalo katika jina la Yesu. Amen. Lakini kuna mambo mengine unategemea mwaka ikupatie. Hiyo ndio ninaongea mambo yako. Hiyo unategemea, hata sikwambii uandike jina lako. Nakwambia hiyo mambo unategemea 2024 ikupatie katika jina la Yesu. Wewe andika. Tutaiombea hapa na watumishi wa Mungu hapa. Na tutanena baraka, tutasema Mungu wamekuja hapa. Si umeona? Wamekabidhi kwako. Sasa fuata wapi? Fuata hawa mahali wanapenda. Huyo mtu hakujua Yesu akija. Alimuona amefika tu. Akashindwa ametoka wapi? Akamuuliza, unataka kupata jawabu? Unataka kupona? Akasema, ni mambo sijawahi sikia. Hata hii nakwambia hujaisikia. Lazima tukamate mwaka katika jina la Yesu. Yaani mahitaji yetu tunaenda kupatiana kwa Mungu. Bwana asifiwe sana. Katika jina la Yesu. Naona imebaki madakika. Tuingie katika mlango huu, tunaenda kufungiwa na Mungu. Kuanzia saa 6 hakuna 2022 tena. Itakuwa imeenda.
Haleluya. Imeyeyuka, imekwisha. Yale mambo ambayo hatukufaulu mwaka huu, ile mambo yote, mipango yako ambayo ulipanga Januari, ukasema kwa wengi ninaona Jehova akinipeleka katika level nyingine katika maisha yako. Na huenda umekaa kwa imani ukimtegemea Bwana, ukijua kwamba atakuja, lakini haujakufa moyo. Hebu imagine huyu mtu aligojea Mungu aje. Ikawaje alichelewa kupata muujiza. Hakutoka katika kutafuta Mungu. Alijua siku moja, one day God will meet my need. Siku moja tu Bwana atakuja. Hata kama alikaa sana. Bwana akaleta muujiza ya haraka. Mungu hataki tukae sana. Kwa sababu alipoangalia miaka 38, aliona haifai Mungu ateseke miaka 38. Mungu hataki tuteseke hata siku 3. Mungu anataka ukae na amani. Mungu anataka ukae mbarikiwa. That is the will of God. Mungu anataka kuinua watu hapa. Anataka kuinua watu katika mji. Anataka kuwapeleka mbali. Anataka kuwabadilisha maisha yao. Anataka kuwabariki. Anataka kutupatia amani. Twende kule tunakwenda. Na mkono wa Yehova utakuwa pamoja nasi. Katika jina la Yesu. Kwa sababu nasema ati magonjwa niko nayo sugu. Hiyo ndio tunaenda kuombea hapa. Katika jina la Yesu. Mungu alete amani katika maisha ya watu wake. Hiyo magonjwa iyeyuke na itoke katika jina la Yesu. Hiyo pepo ishindwe na itoke katika jina la Yesu. Hiyo pepo ya kukosesha wewe amani. Hata ukiingia kwa nyumba hauna amani, hauwezi kula chakula kizike tumbo ukiwa na amani. Hiyo ndio kisirani Bwana anasema ataondoa. Kwa sababu alisema mtakapovuka mambo ile nitawapa amani. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Uko tayari kubadilishiwa mambo yako katika mahali hapa, katika usiku wa leo? Uko tayari? Tunapoenda kuingia 2024. Wewe unaona Bwana atatuwekea ngazi ya kuingia kule. Atupatia nafasi, atatufungia milango yote. Na watu wengi duniani wataruka mwaka. Wataingia huko. Lakini wengine wanaingia na saidi zao. Wengine wanaingia kwa ulevi. Wengine wanaingia na mambo mengine. Lakini wale wamechagua kukaa mbele za Bwana, hawa ndio wanasema, mahali nitainua jina langu, muangalie hapo, na mtakapovuka, akasema nitawapa amani. Katika jina la Yesu. Kwa hivyo kila kitu utakuwa ukifanya, Bwana atakupa amani, atakupatia msaada. Hiyo ni kumaanisha ataleta suluhu katika maisha yetu. Na kitu Bwana amenifurahisha sana, amesema hasahaui, kwa sababu anajua shida zinatoka kwa adui. Anasema atatupigania na adui zetu katika jina la Yesu. Na hiyo ndio kitu tumekuja kuchukua hapa. Tumekuja kuchukua uweza wa Bwana utembee na sisi katika mwaka unaokuja. Tunapoenda kuvuka 2024. Hatuendi vile tulikuwa. Tumekuja kwa nyumba ya Mungu. Tumekuja kwa madhabahu ya Yehova. Na jina la Yesu linaenda kutubariki. Na linaenda kutuongoza kupata baraka ambazo ziko katika neno lake Bwana. Nimalizie katika Exodus ambayo inaitwa Kutoka. Kitabu cha Kutoka 23 mstari wake ni wa 25. Biblia inasema nini? Mungu aliahidi watu wake ya kwamba atawapigania na kuwabariki. 23 kitabu cha Kutoka mstari wa 25. Maandiko matakatifu yanasema nini? Yanasema kwamba nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu
naye atakibarikia chakula chako na maji yako, nami nitakuondolea ugonjwa kati yako, hapata kuwa na mwenye kuharibu mimba wala aliyetasa katika nchi yako, na hesabu ya siku zako nitaitimiza. Bwana asifiwe sana. Nitatuma utisho wangu utangulie mbele yako, nami nitawafadhaisha watu wote utakao wafikiria, nami nitawafanya hao adui zako wote wakuonyeshe mgongo yao. Bwana asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Anasema tukimtumikia yeye kuna baraka zitatutangulia, na maana tumemtumikia Mungu. Mwaka wa 2023 tumetumika katika madhabahu yake. Hata usiku wa leo ni ushahidi ya kwamba wewe umekaa mbele za Bwana. Bwana anasema ataenda mbele yenu, atawatangulia, ili kwamba akahakikishe mmepata baraka zenu, ili akahakikishe kwamba hakuna magonjwa itakuja katika maisha yenu, ya kwamba Biblia inasema tukimtumikia Bwana hata hakuna mtu mmoja ataavya mimba. Kwa hiyo blessing shall not be miscarriage. Hakuna kitu kitatoa baraka zako katika mikono mwako. Hivyo ndivyo Bwana anasema, maana ataenda mbele yako na kupigana vita vyako na kuhakikisha kwamba adui ambao watakutana na wewe wamekuonyesha mgongo. Haleluya! Adui watakuonyesha mgongo. Hivyo ndivyo Bwana atakavyofanya, maana tunaenda kuingia kwa mwaka na Bwana ametutangulia huko. 2024 hakuna kuzunguka. Mungu ameenda mbele yetu. Ameenda mbele zetu atubariki. Ameenda mbele zetu atuponye. Ameenda mbele zetu atupiganie dhidi ya maadui zetu. Hivyo ni kusema watakuwa nyuma, sisi tukiwa mbele. Katika jina la Yesu, Bwana atakubariki, atakuinua. Adui wapende wasipende, kama ni Bwana ako na wewe, utasonga mbele katika jina la Yesu. Haleluya! Na baraka zako hazitachukuliwa na adui, hazitachukuliwa na shetani, hazitachukuliwa na adui katika jina la Yesu. Usiku wa leo tumebakisha dakika kidogo, tunaenda kumwambia Bwana atangulie mbele zetu mwaka wa 2024. Bwana amesema anatutangulia, anaingia huko, hakuna kungojeka. Tunatangazia kila mtu hapa, hakuna kungojeka. Tunaondoa wingu la magonjwa, wingu la kisirani, wingu la kupiga watu, tunaliondoa katika maisha yenu, maana Bwana amesema anatangulia mbele zako, apigane dhidi ya adui zako katika jina lake Yesu. Ndio hiyo inaenda kuingia. Ndio hiyo inaenda kuingia. Jitayarishe mpendwa, tuingie pamoja na Bwana. Ndio hiyo inaenda kuingia. Ndio hiyo inaenda kuingia. Simama na miguu yako. Ndio hiyo inaenda kuingia. Ndio hiyo inaenda kuingia. Ndio hiyo inaenda kuingia. Ndio hiyo inaenda kuingia. 2024. Ndio hiyo inaenda kuingia.
Jesus, we love you. Tunakupenda usiku wa leo, tunakuenzi, tunakubariki, tunasema hakuna aliye kama wewe. Wewe ni wa baraka, wewe ni wa uzima. Utabariki watu wako, utatetea kazi zao, utatetea nyumba zao, utatetea maisha yao, utainua maisha yao, utabariki nyumba zao katika jina la Yesu. Tutapona hapa, tutainuliwa hapa, tutabarikiwa hapa, tutaenda mbali. Milango ya watu wako ikafunguke, milango ya watu wako ikafunguke katika asubuhi ya leo. Uwezo na mamlaka, damu ya Yesu. Oh, Jesus, 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 our Lord, our Savior. Have your way, have your way, Jehovah. Have your way, mighty Savior. Have your way, my God. Have your way in my journey. Have your way, my God. Have your way, my Redeemer. Jehovah Shaddai. Mungu mwenye nguvu na uwezo. Tawala Bwana. Onekana Bwana katika malango ya mwaka. Ninapokea baraka, baraka hazitazuiliwa. Oh Bwana, ninaomba katika jina la Yesu, mkono wako wa uzima, mkono wako wa ushindi ukanitangulie, ukanishike mkono, nishike mkono Bwana. Oh, ukaniongoze Bwana, ukanitetee Jehova. Oh, ukanisimamishe, ukanitawale 2024. Oh Jesus, ukanisaidie, ukanitetee. Oh Bwana, ninakuomba, oh ninakuomba, tangulia kule ninakwenda, tangulia kule ninakwenda, tangulia kule ninakwenda. Yesu, ninakuomba, Mwokozi wa uzima, ninakuomba leo, ninakuomba leo. Oh, nitangulie Bwana, nitangulie huko, huko, huko ninakwenda, huko ninakwenda Bwana, huko ninakwenda Yesu. Oh, ukanitangulie, ukanitangulie Bwana. Oh my Father, ukanitangulie kule, ukanitangulie katika milima, ukanitangulie Bwana, ukanitangulie katika mabonde, ukanitangulie Yesu. Nitangulie Yesu, mwokozi wangu, nitangulie, nitangulie
usiku wa leo tunaleta mbele zako ututangulie. Tangulia katika biashara zetu, tangulia katika maisha yetu. Mighty Savior, mighty God, you are the King of glory. Tangulia ndugu huyo, tangulia dada huyo, tangulia mzee huyo, tangulia huyo mama, mpiganie vita. Tangulia mtoto huyo, tangulia familia hiyo. Tunatuma moto wa Bwana ukatutangulia. Oh Jesus, mighty Redeemer, mighty Savior, oh our God, our Savior, have your way, my Redeemer, holy my Jehovah, uwezo na wewe na mamlaka, nguvu ni zako Mwokozi, katika jina la Yesu. My Father, my God, sisi wanadamu hatuwezi bila wewe Mungu, hatuwezi bila msaada wako, hatuwezi Bwana. Tushike mkono, badilisha maisha, badilisha destiny za watu, badilisha, yeyusha milima, yeyusha milima katika usiku wa leo. Tunanyakua baraka zetu, tunanyakua baraka zetu, tunanyakua baraka zetu katika ulimwengu wa roho. Oh Jesus, mighty Savior, mighty God, Jehovah, we love you. In the mighty name of Jesus. Thank you, our God. Thank you, our Savior. Tembelea maisha yetu. Katika mwisho wa mwaka, katika jina la Yesu. Oh Bwana, tunaomba neema, tunaomba msaada, tunaomba nguvu zako, tunaomba ushindi wako, mamlaka yako, nguvu zako Yehova, katika jina la Yesu. Tunakupenda asubuhi ya leo, tunakuinua asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Asante Bwana, asante Mwokozi, kwa sababu unatosha, kwa sababu unaweza. Hakuna Mungu kama wewe. Tunakubariki, tunakuinua, tunasema ndio kwa utawala wako katika jina la Yesu. Thank you Father, thank you God, thank you our Savior, in the mighty name of Jesus. Father, we pray ya kwamba mwaka huu 2024 milango ikasikie ya kwamba tumeingia na nguvu zako Yesu, zikatutangulie
Asante Bwana, umetufikisha mwaka mwingine. Asante Yesu, umetuvukisha mwaka. Kwa nyama na mwili hatungefika, lakini kwa uweza wako Mungu tumeuona mwaka mpya. Tunakushukuru Bwana, tunasema upokee sifa, upokee sifa, upokee sifa katika jina la Yesu. Mwaka huu watu watainuliwa, watu watapona, watu watatendewa miujiza. Huu ni mwaka wa Bwana kupeleka watu mahali pengine katika jina la Yesu. Neema imeshuka na nguvu za Mungu ziko hapa. Tunaenda kukaribisha mtumishi wa Mungu, anaenda kuombea mahitaji, anaenda kutuongoza. Tutaombea vitu mwaka hii. Bwana anaenda kubadilisha mambo katika jina la Yesu. Na kabla tujaenda kuombewa, nimeulizwa tutoe sadaka ili mwaka mpya tuingie malangoni mwa mwaka mpya na sadaka yetu. Tunapoenda kuombewa na mtumishi wa Mungu, tayari baraka tumetanguliza mbele. Tumeambia madhabahu ya Mungu, neno limetuambia mahali jina lake litakaa, tukienda tufanye ibada hapo, Mungu atatutembelea. Shika sadaka ya mwaka mpya. Hujawahi toa sadaka mwaka huu kwa Bwana? Tunaenda kutoa sadaka katika asubuhi hii ya 2024 katika jina la Yesu. Shika sadaka yako. Tunapomwambia Bwana, tunamwambia milango ya 2024 ifunguke na Bwana aende mbele katika mahali hapa ameweka jina lake. Chukua sadaka inayotoshana na baraka zako katika jina la Yesu. Hapo baadaye tunapotoa sadaka, tunaenda kuingia kipindi muhimu sana ambapo mtumishi wa Mungu anaenda kutuongoza kuombea mahitaji ya mwaka hii. Wewe usiondoke, maana utamisi hiyo point na utaenda kukutana na roho ya Kiislamu. Kaa hapa uombewe ya kwamba tunaposema amina, tunapotoka ile mlango tukienda, Jehova akafanya kama vile amesema katika jina la Yesu. Nataka Reverend kuja kuombea sadaka zetu katika jina la Yesu. Tunapotoa, Baba akatubariki. Amen. Amen. Basi na tuombe. Baba wetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo. Wewe ndiwe Mungu msaada kwa wote wanaokupenda. Umenena pamoja na maisha yetu, nawe umemtumia mtumishi wako kadiri ya mapenzi yako. Sifa zote zirejee kwako Jehova, maana wewe ni Mungu unayekaa katika sifa. Wakati huu tuna jambo la kukuinua, maana tumeingia mwaka mpya. Jehova utusaidie, utuongoze Jehova Jire. Bwana utupiganie katika mwanzo hadi mwisho wa mwaka huo katika jina la Yesu. Sasa tumesimama mbele zako ili Mungu wa mbingu tutoe sadaka ya hiari kwa ajili ya mwito mkuu ambao Bwana umetuita katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, kwa sababu ulituita, tuna jambo la kusimamisha katika ibada hii ya leo, sadaka ya hiari katika jina la Yesu. Ninawaombea mkubwa kwa mdomo, yeyote atakayetoa, Mungu kambarikie, na ikiwa kuna jambo lolote atatoa kwa kusudi lake likaweza kutimia katika jina la Yesu. Nasema ni asante kwa sadaka hiyo, uitakaze Jehova na ikubalike mikononi mwako. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Amina. Bwana asifiwe. Sasa kuja na hiyo sadaka, mwambie Bwana uende mbele. Wakati mtumishi anakuja hapa, hiyo result ambayo unakuja kuombea itatimia katika usiku wa leo. Tulete katika mbele za Bwana. Nitangulie Bwana, oh nitangulie Bwana, nitangulie niweze
Bwana, uniwezeshe. Katika kibosho mbili peke yake. Unajua kwa sifa kuna kitu Mungu anafanyaga. Sasa tumempatia sadaka zetu, tena sasa tunaenda kumsifu, maana Mungu hushuka na kukaa katika sifa za watu wake. Sifa mbili ya kuruka, ile kibosho, ile sifa ya Kiswahili, ile kila mtu anasikia, tumrukia Bwana, alafu tumuite mtumishi hapa katika jina la Yesu. Kwa imani tafadhali, mtumishi anataka kukuja kuleta neno la kutuombea, kutubariki katika siku ya leo. Tusiende sana. Kibosho hapa. Haleluya. Haleluya. Amen. Tuweke mikono yetu pamoja tunapoenda kumsifu Yesu kwa sababu ya matendo yake makuu. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Haleluya. Haleluya.
Thank you, our God. Thank you, our Savior. Thank you, Redeemer. Wewe ni msaada. Wewe ni nguvu zetu. Wewe ni baraka yetu. Wewe ni uzima wetu. Wewe ni uhai wetu. Wewe ni nguvu zetu. Hatuwezi bila wewe. Hatuwezi bila Roho wako. Hatuwezi peke yetu. Tunakuhitaji. Enda nasi. Enda nasi. Enda na watumishi wako. Enda na kanisa lako. Enda nasi Bwana. Enda na familia zetu. Enda nasi Bwana. Tembea nasi Jehova. Tembea nasi Bwana. Tembea nasi Jehova. Katika mwaka huo. Tembea nasi Yesu. Tunakuomba. Tembea nasi. Tembea nasi. Mkubwa kwa mdogo. Tembea nasi. Tembea nasi Bwana. Tembea na maisha yetu. Tembea na hali zetu. Tembea na kazi zetu. Tembea Bwana na baraka zetu. Katika jina la Yesu. Tunaomba Bwana. Ingia Bwana. Ingia, chukua nafasi. Katika jina la Yesu. Chukua nafasi kubwa. Katika mwaka huu. Chukua nafasi kubwa. Katika mioyo yetu. Katika maisha yetu. Katika jina la Yesu. Tunakuheshimu. Tunakuinua. Tunakubariki. Hakuna Mungu kama wewe. Unastahili Bwana. Katika jina la Yesu. Tunakuabudu. Tunakuinua. Katika jina la Yesu. Tunakukaribisha mtumishi wako Baba wa mbinguni. Tunaomba kibali kikashuke katika nyumba. Kikashuke katika nyumba. Utainua mtu hapa. Utaponya mtu hapa. Utaneemesha mtu hapa. Katika mwaka mpya utabadilisha maisha. Utaokoa mtu hapa. Mtumishi wako anaposimama na kutuleta mbele zako Baba, tunamuombea mbingu iliyofunguka ukamtumie, kwa sababu wewe unamtumia, ukamtumia hata leo, akaguze maisha ya watu wako, wakabadilike, wakaone uwezo, wakaone uzima, wakaone ushindi katika mwaka mpya. Tunainua yote mikononi mwako, tukijua wewe ni mwema na wewe ni mtakatifu. Katika jina la Kristo Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu tunaomba. Amen. Tunapoenda kumkaribisha mtumishi wa Mungu, nasikia 2024 kuna kitu kimekuja. Bwana asifiwe sana. Hata kama tujafanya kitu hivi mwaka kuna kitu, mimi nasikia kama kuna kitambaa kimeondoka hapa. Kuna kitambaa kimeondoka. Na sasa Mungu ameleta uzuri wake. Hebu kia mwenzako hivi, mwambie happy new year. Mupatie 5 za juu. Mwambie happy new year. Happy new year. Happy new year. Ay 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 ay. Happy new year. Hallelujah. Happy new year. Sasa inua juu, sema happy new year. We shall be happy. We shall be happy. In the presence of God. We shall be happy. Amen and amen and amen. Uko tayari? Yes. Uko tayari? Yes.
Sasa tunaenda. Ambia mwenzako tunaenda. Sasa ndege imeamuka. Imeamuka. Tumeanza Januari. Tunaenda mwezi wa pili, wa tatu, wa nne, sita, Bwana Yesu ametutangulia. Tumpigie Bwana Yesu makofi. Tunapokaribisha mtumishi wa Bwana kwa madhabahu ya Mungu asubuhi ya leo, atuongoze katika anga iliyofunguka. Anga ya 2024 imefunguka. Imeachilia baraka, imeachilia uponyaji, imeachilia na mtumishi wa Mungu anakuja hapa kutumika na Yehova, anene baraka kwa maisha yetu katika jina la Yesu. Tumpigie Bwana Yesu makofi anapokuja. Tushangilie tu Bwana kwa Hallelujah. Happy New Year. Happy New Year. Hey, tumevuka. Ikuwa neema ya Jehova. Ni mkono wa Bwana umetubeba. Kama sio Mungu amekuwa upande wetu, tungealemewa. Lakini Mungu amekuwa karibu sana. Mungu amekuwa pamoja nasi. Ametusaidia. Inua jina lake. Shukuru Mungu wetu. Katika jina la Yesu. Oh, mwabudu Bwana. Mwambie Bwana ni asante. Mwambie Bwana ni asante. Mwambie tu Bwana ni asante. Kufanya nipenye mwaka mpya. Mwambie Bwana ni asante. Oh, mwambie Bwana asante. Mwambie Bwana ni asante. Mwambie Bwana ni asante. Mwambie Bwana ni asante. Ai 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 ai. Mwambie tu Bwana nashukuru. Mwambie Bwana nashukuru jina lako. Mwambie Bwana nasema ni asante. Mwambie Jehova unasifu. Mungu ndiye amenena habari ya kuvuka kwetu. Akaongea na wana wa Israeli, akawahakikishia na akawapa mazuri na mema. Akawaambia mtakapovuka mwingie kwenye nchi niwapayo, mtakaa salama. Jina la Mungu wetu na libarikiwe. Mwaka wa 2024 neno limewekwa ndani yetu ya kwamba tunaenda katika hali ya usalama. Oh my God. Thank you Jesus. Hallelujah. Mungu wetu ni mzuri. Mungu wetu ni mwaminifu. Mungu wetu ni wa ajabu. Mungu wetu ni wa kipekee. Wakati huo Israeli walikuwa wamekaa katika hali ya kuinukiwa na adui zao, walikuwa wamesongwa, lakini Bwana akatuma neno akawafariji mioyo, akawaambia baada ya haya mtavuka mwingie na mtakaa salama. Oh my God. Wenda ikawa mwaka ulikuwa mzito, ni kweli. Wenda ikawa kulikuwa na ugumu fulani, lakini Bwana ametuambia tumevuka. Ametuaidia mema ya mwaka wa 2024. Nataka nikuhakikishie kupitia neno la Bwana, yani Mungu amemaanisha ya kwamba tunaenda kuingia katika pumziko letu. Oh, haleluya. Ambia jirani tunaingia kwa pumziko
Haleluya. Mstari wa 9, Mungu aliongea na Hawa katika kitabu cha Kumbukumbu. Akawaambia, kwani hamjafikiria bado katika raha ya urithi akupayo Bwana Mungu wako? Lakini mstari wa 10 akasema, lakini mtakapovuka Yordani na kukaa katika nchi anayowaridhisha Bwana Mungu wenu akawapeni raha. Jina la Mungu wetu libarikiwe. Ambia jirani, tumevuka na Mungu wa mbinguni amenipa raha katika jina la Yesu. Waisraeli walikuwa kwa jangwa wakati huo, walikuwa wamekaa ndani ya desert, hakukuwa na matumaini mazuri. Ndiposa Mungu akawaambia, bado hamjaingia katika raha, lakini mtavuka muingie. Oh my God, tumeingia kwa mwaka wa 2024. Ijapo kwamba huenda ikawa tulikuwa ndani ya gereza fulani, huenda ikawa tulikuwa ndani ya jangwa fulani, lakini Bwana ametuambia baada ya kuvuka, oh my Father, tunaenda kupata pumziko. Haleluya, amina. Bwana akawaambia kwamba nitawaridhisha. Bwana Mungu wenu akawapeni raha, akiwaokoa na adui zenu pande zote, akawaambia mkakaa salama. Haleluya. Yani milango ya adui kufungwa, mpendwa, na tayari imekwisha kufungwa, maana tumeingia mwakani. Ai, mambo ya zamani ni nyuma. Ambia roho yoyote iliyekuwa 2023, iambie mimi hatuendi na wewe, iambie ibaki, mashida ibaki nyuma. Ai, ai, ai. Mimi sijui kama unapata hili neno. Asante sana Pastor John. Hello. Yani Mungu atatuokoa na ametuokoa na adui zetu. Pande zote Bwana ametuokoa. Haleluya. Kile anaenda kuhakikisha ni tukae salama. Amina. Baba wetu wainuliwe. Oh. Ukirudi katika Kumbukumbu la Torati, Mambo ya Nyakati wa Pili, pole, ingie mstari wake wa 15, aya yake ya 14 na 15. Natamani ndugu leo tusomee, kisha tuingie kwa maombi, tuagane katika jina la Yesu. Na hisi uwepo wa Mungu ni mwingi mahali hapa. Mungu wetu atatubariki. Mambo ya Nyakati wa Pili 15 na mstari wa 14 na 15. Tuone vile neno litatuambia. Wapendwa, tumeingia katika pumziko letu. Na wakati Mungu anasema kuingia katika pumziko, anamaanisha ya kwamba umekuwa katika hali fulani ambayo ile hali imenyamazishwa na imekomeshwa. Sasa anaingiza katika pumziko la maisha, anaingiza katika pumziko kama mgonjwa anayeweka katika pumziko la kutoka ndani ya shida yoyote ambayo wewe anaanza kwa pumziko la tusome neno katika jina la Yesu. 14 na 14 mstari wa 15. 15 mstari wa 15. Okay, 15 kuanzia 14 hadi 15. Biblia inasema hivi, wakamwapia Bwana kwa sauti kuu. Sio, ni vizuri tuapie Mungu kwa sauti kuu hapa leo. Amen. Amen. Na kwa kelele, na pia waliongea kelele, na kwa mapanda, na kwa baragumu, na pia baragumu, na Yuda wote wakakifurahia kiapo. Yani na sauti tutafurahia kile kiapo,
wameapa moyo wao wote, kwa maana waliapa wao wote na kufunga kwa mapenzi yao pia, na kufunga kwa mapenzi yao pia, naye ameonekana akawa ameonekana kwao, Bwana akawasehesha pande Bwana pia akawasehesha pande zote. Tunaenda kusehesha pande zote. Mwaka wa 2024 neno la Bwana linakuingiza katika uziko letu. Haleluya. Amani naenda katika uziko langu. Yaani Bwana anakunyamazisha adui. Bwana anaenda kunyamazisha Bwana anaenda kunyamazisha roho yoyote ile. Nguvu zote zivivilia. Ni ya kwamba mwaka wa 2024 Bwana anatuingiza katika pumziko. Haleluya. Ambia jirani, mwaka huu inaingia katika pumziko. Wakati huo ni wakati mfalme sasa mfalme naye ulipigwa katika Israeli. Ulikuwa usiku habari ya kutoka nje na kurudi na kuli. Hakuna na usalama ambao ulikuwa unapatikana. Wanabii kulikuwa kumejaa hofu ndani ya Israeli. Kulikuwa kumejaa matisho, maana adui walikuwa wamewainukia. Bwana tusaidie. Haijalishi kama ni wachawi, haijalishi kama ni waganga, haijalishi kama ni devil worshippers, haijalishi kama ni majini ambayo yamejaa kwa ploti zetu, ni ya kwamba wakati huo ndani ya Israeli kulikuwa kumejaa hofu. Kulikuwa kuna mtu angetoka ama kuingia, maana ndani ya mji hofu ilikuwa imetanda. Bwana tusaidie. Lakini Bwana akaongea na Asa, akamwambia kwamba baada ya mambo hayo yote mimi nitaingilia kati na nitalete starehe kama maisha yenu, yani nitawapa pumziko. Amina. Haleluya. Ambia jirani, nimeingia katika pumziko langu. Hilo ndilo neno la mwaka, ya kwamba kanisa tumeingia katika pumziko letu. Jina la Mungu wetu libarikiwe. Tumepigana na wachawi sana, tumepigana na waganga, sasa tumeingia katika pumziko. Amina. Haleluya. Tumepigana na magonjwa, tunaingia katika pumziko letu katika jina la Yesu. Shida ya kibiashara tumekumbana nazo, lakini Bwana anatuingiza katika pumziko letu katika jina la Yesu. Ainuliwe Jehova. Hofu imeondolewa kwetu katika jina la Yesu. Wacha tuabudu, tuimbe kama sio damu yako Yesu. Oya tuongoze katika jina la Yesu. Naomba tuimbe wapendwa, kubali kujitayarisha kuabudu Bwana. Haleluya. Tumeambiwa na neno la Bwana kupitia mtumishi tutakaa salama. Tutaingia katika pumziko letu, yani tunaenda kustarehe katika jina la Yesu Kristo. Jitayarishe damu yako Yesu. Kama sio damu yako Yesu, kama sio damu yako Yesu, uponyaji ingepata wapi? Kama sio damu yako Yesu.
Jina la Yesu. Mwambie Bwana hiyo
naingia kwenye pumziko langu. Pumziko linapatikana baada ya mtu huwa amekuwa kwa hali fulani, baada ya hali anaingia kwa pumziko. Neno limetuambia, Mungu akaambia Asa ya kwamba atahakikisha pande zote kuna usalama. Mungu akaongea na Asa kupitia nabii Odedi, akamwambia ya kwamba utaingia kwenye pumziko. Pande zote kutakuwa na starehe, pande zote kutakuwa na usalama, adui zako hawatakukimbiza tena. Asa akaambiwa na Mungu kupitia nabii Odedi ya kwamba unaingia kwa maeneo salama, unaingia kwa maeneo ya amani katika jina la Yesu, unaingia katika pumziko. Mambo ya kung'ang'ana mwaka huu imeisha, tunaingia katika pumziko letu. Jambo lolote ambalo utaapply litafanikiwa. Jambo lolote ambalo utakusudia katika jina la Yesu. Kuna neema imeachiliwa mahali hapa. Wacha hii neema itubebe. Wacha hii neema itusaidie. Hiyo Roho Bwana yuko ndani ya nyumba na anafanya operation kutenganisha watu na ibada za 2023. Watu wanatenganishwa na maroho iliyowasumbua ya 2023, maana tunaingia katika mwaka ambao ni mwaka wa kupumzika, ni mwaka wa pumziko letu. Yesu, tuko katika hiyo hali. Wanaona muda wetu umeelekea sana. Uko hapo, kuna hali imekusumbua na ungependa Mungu wa madhabahu haya akaweze kukutetea. Mungu aliyeinua jina lake mahali hapa, maana neno limetuambia kwamba utaenda kumfanyia Bwana ibada zako mahali Mungu alipopainua. Hapo ndipo utaenda ukaweze kufanyia Bwana ibada. Hapo ndipo utaenda uende ukaweze kupata upumziko wako. Uko hapo na kuna jambo limekusumbua, kuna magonjwa, kuna shida, kuna hali zimekusumbua mwaka huu ambao umepita, na ungependa neema ya Bwana ikutembelee. Kuna nafasi ukatokee mbele za Bwana ili tuweze kufanya ombi pamoja na wewe. Watumishi wa Mungu wako ndani ya nyumba katika jina la Yesu. Kuna mtu anaweza akatenganishwa, kuna mtu anaweza akatenganishwa na laana, kuna mtu anaweza akatenganishwa na nguvu zozote ambazo zimemzuilia. Kuwe ni magonjwa ya kila namna. Bwana ana uwezo wa kuyaondoa tukiwa kwenye madhabahu haya, uweze kuingia ndani ya pumziko lako in the mighty name of Jesus. Oh, Rabo Shendelele Bozaya, my halosi anteriba gantoria, rebia zontoriba babababoria. Ninaamini ya kwamba neema ya Bwana iko ndani ya nyumba hii. Baba wetu ameshuka ili atenganisha watu na nguvu zote ambazo zimekuwa katika mwaka ambao umepita.
katika jina la Yesu. Tunajua vile Bwana anatenda mahali hapa. Napata tu neema ya Bwana. Napata tu neema ya Jehova. Napata tu kukuambia kuna neema ndani ya nyumba. Kuna neema ndani ya nyumba hii ambayo Bwana ameiachilia. Anaweza lete mabadiliko asubuhi hii ya leo. Kuna neema ambayo inaweza badilisha. Ndani ya nyumba hii Baba ataachilia neema ya uponyaji. Kuna neema itaachiliwa katika jina la Yesu. Kuna neema itapeanwa ndani ya nyumba hii ya ajabu. Patia tu Bwana nafasi ndani ya moyo wako. Patia tu Bwana nafasi. Kisha niombe kama una shida ya miguu tunaenda tukasimama. Kama wewe sio mgonjwa, tunaweza kufanya ibada hii tukiwa tumesimama. Naomba tu watumishi wa Mungu mwe nyuma ya wapendwa hawa katika jina la Yesu. Bwana anatuingiza katika pumziko letu. Baba wetu anatupa usalama. Wapendwa, tuinue mikono yetu juu, tuabudu Mungu tu. Sikia, unaweza ongea jambo hata kama hauna jambo linakusumbua wewe. Ambia Mungu kuna mtu anaumia mahali, amkumbuke. Mwambie tu Mungu, yule mtu yuko ndani ya gereza fulani, Bwana akamtoe ndani ya hiyo gereza. Unaweza ukaambia Mungu tu jambo, Mungu akamtoe ndani ya gereza. Unaweza ukaambia Mungu atoe tu ndani ya hiyo shida, maana tumeingia katika pumziko letu baada ya kuwa kwa vita, baada ya kuwa katika kuangaishwa, baada ya kupigwa,
baada ya kusumbuliwa, baada ya kuhangaishwa na magonjwa, neema ya Bwana imeshuka mahali hapa. Maroho yoyote yaliyoingia ndani yetu kinyume na jina la Mungu wetu, kinyume na mapenzi ya Bwana, Baba anataka tuwekwe huru. Baba anataka tuingie katika mwaka ambaye ni mwaka wa upumziko, yani tuingie katika hali ya kustarehe kwetu. Hatutapigana tena. Baba ameingia ndani ya vita. Yeye ndiye anapigana sasa na adui zetu. Yeye ndiye anapigana na adui zetu. Wawe ni wachawi waliojaa ndani ya mji, maneno waliyetayarisha na wameandaa. Tunasema ya kwamba Baba wetu wa mbinguni anapigana vita vya wachawi, anapigana vita vya waganga, anapigana vita vya devolution, anapigana vita vya maroho za majini katika jina la Yesu. Liitie jina la Bwana. Wapendwa, tunaingia kwa mwaka wa pumziko letu. Bwana akasema, kwa hiyo nchi inawaridhisha, mtakuwa na salama. Mwambie Bwana vile umekuwa ukitaka. Mwambie Bwana mambo hayo unataka ni gani. Wewe mjulishe unataka kutendee nini. Tuko mbele zake, tuko mbele ya neema ya Mungu. Uko hapo nyuma, endelea tu kujiombea pia. Ambia Mungu kuhusu maisha yako tu. Aliyetokea mbele ya ibada hii, Mungu anaenda kutana na mahitaji yetu. Tengeneza anga yako katika jina la Yesu. Jitengenezee anga yako ili Bwana apate nafasi ya ingie. Bwana ameingia kwa maeneo ya shida zako. Ameingia kwa maeneo ya shida zako sasa. Kama ni magonjwa, Bwana ameingia. Aanze kumua magonjwa, aanze kumua visirani, aanze kumua mikosi. Anang'oa ajali ambazo zimewekwa kwa maisha yako. Neno katika kitabu cha Kutoka 23:25, Bwana alisema ya kwamba nitakuondolea magonjwa. Hilo neno bado linafanya kazi ndani ya nyumba hii. Magonjwa yako utaondolewa. Magonjwa ambayo imekusumbua, hayo magonjwa Bwana atayaondoa. Tunatangaza moto wa Bwana, moto wa Roho Mtakatifu ambao uteketeza kila ibada ambayo imeinuliwa
imeinuliwa, ambayo huwa inaharibu uwezo wote wa giza, ambayo huwa inaharibu kila roho ya magonjwa kupitia jina la Yesu Kristo. Tulipokea tulipokea kupona kwetu kupitia mijeledi ambayo Yesu alipigwa msalabani. Magonjwa yetu yaliondolewa. Magonjwa acha iondolewe mahali hapa. Wacha kuwe na magonjwa itaondolewa hapa. Kila magonjwa ambayo ilipenya kwa mishipa, magonjwa ambayo ilipenya kwa mifupa, magonjwa ambayo ilipenya kwa damu, magonjwa ambayo imepenya kwa nyama za mwili, magonjwa ambayo imepenya kwa kila organi ya mwili. Baba wetu anatembea hapa. Baba anatembea mahali hapa kupitia jina la Yesu Kristo. Anakutenganisha na mambo, anakutenganisha na hali, anakutenganisha na haya magonjwa, anakutenganisha na kila roho, anakutenganisha na kila hali, anakutenganisha na kila ufalme, anakutenganisha asubuhi ya leo. Kwenye asubuhi ya leo Baba akuingize kwenye pumziko lako, akuingize kwenye pumziko katika jina la Yesu. Ingia katika pumzika kwako asubuhi ya leo kwa jina la Yesu. Ingia kwa pumziko lako baada ya kuzunguka, baada ya kuhangaika. Jehova yuko mahali hapa. Wacha ingize watu ndani ya pumziko, wacha ingishe mioyo yetu ndani ya pumziko. Wengine wataingia kwa pumziko la biashara. Kuna wale wataingia kwenye pumziko ya masomo. Kuna wale wataingia kwenye pumziko ambaye ni ya uponyaji katika jina la Yesu. Maana Roho wa Mungu yuko mahali hapa. Hatuwezi kutanishwa kwa jinsi wapendwa, na Baba akose kutenda jambo miongoni mwetu. Baba hawezi tupita. Kuna mtu amesumbuka ni kazi, Baba anatupitisha kwa pumziko. Tunaingizwa ndani ya pumziko la kibiashara, tunaingia kwenye pumziko ya kikazi in the mighty name of Jesus. Na adui zetu milango waliyetumia inafungwa katika jina la Yesu. Adui yeyote aliyepata access kwa maisha yetu, milango hiyo inafungwa, na Bwana anahakikisha milango hiyo wanatoka kupitia hiyo milango. Kisha Baba yetu afunge milango katika jina la Yesu. Neema ya Bwana imeshuka. Wacha Bwana ingililie kati, wacha Bwana ingililie kati sasa. Oh Bwana anaingililia kati. Moto wa Bwana umeshuka katika jina Rabobobosianta Yante Rebobobosianta Malefa Dibaraboboboya Anderebo Shenderebo. Bwana anapigana na adui, Bwana anapigana na maroho yaliyevamia watu ya 2023. Bwana anapigana, Bwana anapigana na mchawi aliyeingia, Bwana anapigana na mganga aliyepenya, Bwana anapigana na kila roho za majini, maroho ya magonjwa. Magonjwa unapigwa wewe, magonjwa unaondolewa, magonjwa ndani ya miili ya watu. Magonjwa yaanze kuondoka, magonjwa magonjwa yaliyo ndani ya damu, magonjwa yaliyo ndani ya damu, magonjwa yaliyo ndani ya nyama, magonjwa yaliyo ndani ya mishipa, magonjwa yaliyo ndani ya mifupa, kwa jina la Yesu, 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 anza kuondoka, anza kuondoka, anza kuondoka, anza kuondoka, anza kuondoka. Majira ya kukaa kwa mili imeisha, majira ya kukaa kwa leo wapendwa imeisha. Kila roho na
Naing'oa katika jina la Yesu. Nang'oa kila roho iliyepepa udhaifu na nguvu za kimapepo. Nang'oa zile roho pando asiloipanda baba yangu, lazima ling'olewe kwa jina la Yesu. Kila pando linang'olewa, kila pando linang'olewa. Pando lililopandwa la magonjwa linang'olewa, linang'olewa. Naomba tu wachungaji mwawekelee mikono. In the name of Jesus. Wawekeleni tu mikono. Tumalize ibada hiyo. Watu waingie katika pumziko lao katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Ndiyo Bwana anatembea tu. Kuna mambo inafaa ibadilike kabisa hapa leo. Kuna mambo inafaa ishi hapa leo katika jina la Yesu. Kuna mambo inafaa ishi ndani ya watu. Tuingia kwa pumziko lako katika jina la Yesu. Ingia kwa hilo pumziko in the name of Jesus. My God, in the name of Jesus. Oh my God. Ingia kwa pumziko lako ndugu. In the name of Jesus. Baba anaondoa mizigo ndani ya watu. Bwana anaondoa mizigo katika jina la Yesu. Baba yetu anaondoa mizigo. Baba yetu anaondoa mizigo. Ingieni kwa pumziko lenu katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Baba anaingia na analeta pumziko. In the name of Jesus. Baba analeta pumziko katika jina la Yesu. Baba yetu analeta pumziko katika jina la Yesu. Baba analeta pumziko in the name of Jesus. Baba yetu analeta pumziko in the name of Jesus. Baba anapigana na kila utawala, kila roho. Mungu wetu anapigana na kila ufalme in the name of Jesus. Pokea, ingia tu katika pumziko lako. Ingia kwa hilo pumziko in the name of Jesus. Wacha Bwana wape pumziko leo. Wacha Bwana wape pumziko leo in the name of Jesus. Wacha Bwana kupe pumziko ndugu. Wacha Bwana kupe pumziko. Oh, wachungaji tuendelee kuwekelea mikono. Nisaidie kuomba pia. Ingia kwa pumziko ndugu. In the name of Jesus. Wacha Bwana apeane pumziko leo. Wacha baba yetu apeane pumziko. Tumeingia 2024. Oh, in the name of Jesus. Wacha baba atupe pumziko. Wacha baba atupe pumziko. Pata pumziko dada. Pata pumziko katika jina la Yesu. Pata pumziko. Pata pumziko. Ingia kwa pumziko. Ingia kwa pumziko. Kila ibada ilifanyika kwako yale. Toka kule ulikuweka. Toka huko katika jina la Yesu. Toka tu. Ingia kwa pumziko dada. Pokea amani. Ingia kwa pumziko. Pokea baraka. Ingia kwa pumziko katika jina la Yesu. Ingia kwa pumziko. Ingia kwa pumziko. Navuta kila utawala. Toka kwa vifungo. 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 Katika jina la Yesu. Ingia kwa pumziko. 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 Toka huko amekuweka. Toka tu huko amekuweka. Toka kwa hiyo magandamizo. Ingia kwa pumziko mami. Ingia kwa pumziko katika jina la Yesu. Hiyo watu ingia kwa pumziko lao. Ingia kwa pumziko. Ingia kwa pumziko. Nasema tuingie kwa pumziko letu. In the name of Jesus. Nasema watu ingia kwa pumziko. Ingia kwa pumziko. Pata neema katika jina la Yesu. Asante kwa Yesu. Asante kwa Yesu. Ingia kwa pumziko. Ingia kwa pumziko. Ingia kwa pumziko lako katika jina la Yesu. Tenganishwa. Tenganishwa. In the name of Jesus. Ingia kwa pumziko. Toka kwa hiyo mangaiko katika jina la Yesu. Ingia kwa pumziko. In the name of Jesus. Ingia kwa pumziko katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Baba tayari amepeana ushindi. Ingia kwa pumziko katika jina la Yesu.
Ingia kwa pumziko. Ingia kwa pumziko lako katika jina la Yesu. Ingia kwa pumziko. In the name of Jesus, ingia kwa pumziko. Asante Yesu. Baba wetu ni mwema katika jina la Yesu. Mungu wetu ametenda. Mungu wetu amefanya. Oh, Mungu wetu ametenda katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Zile hadi Bwana ametuondolea na ametumbia maisha mapya usiku asubuhi ya leo. Mwaka wa 2024 tumetengenezewa maisha mapya. Tumetengenezewa pumziko letu. Hatutahangaishwa tena. Hatutasumbuliwa tena. Hatutafiwa tena. Hatutaumizwa tena. Hatutahangaishwa tena. Baba ametuponyea maisha yetu. Bwana ametusaidia. Kazi ya mikono yetu imebarikiwa. Maisha yetu yamebadilishwa mwaka huu katika jina la Yesu. Majina yetu yamebadilishwa. Nataka uombe mwezi wa Januari. Ambia Mungu tu jambo kuhusu mwezi wa Januari. Ambia Bwana, Januari ninaipokea ni yangu. Na penya katika jina la Yesu. Nikumaliza tunamaliza. Mwambie Bwana, naingia na kunyakua Januari. Mwambie mwezi huu wa Januari ninaunyakua katika jina la Yesu. Mwambie Bwana, ninanyakua Januari. Ninatamalaki kwa mwezi huu. Sitahangaishwa, sitasumbuliwa, sitateswa, sitahangaishwa katika jina la Yesu. Ambia Bwana, mwezi wa pili. Mwambie nimeingia kwa mwezi wa pili. Ninanyakua mwezi wa pili kwa jina la Yesu. Mwambie Bwana, mwezi wa pili ni mwezi wa mafanikio, ni mwezi wa baraka, ni mwezi wa ushindi. Mwambie Bwana, Februari ni mwezi wangu katika jina la Yesu. Mwezi wa tatu nene ya mwezi wa tatu. Mwambie mwezi wa tatu, malango yako, sikia sauti yangu nitakapoingia kwa mwezi wa tatu. Utafungua malango ya baraka ya moshi. Laana zinaondoka, mikosi inaondoka, ugumu unaondoka katika jina la Yesu. Ambia Bwana, Januari ifungue milango, upite kwa milango iliyo wazi. Februari uingie kwa milango iliyo wazi katika jina la Yesu. Mwambie Macha, unaingia kwa milango iliyo wazi. April, mwambie Bwana, mwezi wa 4 ninaingia na kishindo. Ninanyakua mwezi wa 4. Mwezi wa 4 ni wangu, ninaunenea. Nene ya mwezi wa 4. Kama uko kwa masomo, ambia Bwana, mwezi wa 4 ukifika, hakika utakuwa umepata grade mzuri. Mwambie Bwana, utakuwa umeingia kwa grade ambaye moyo wako umekitaka. Mwambie Bwana, nitakuwa nimepenya kwa biashara, nitakuwa nimepenya kwa anga. Maana Mungu anatuconnect, Mungu anatuconnect, Mungu anatuunganisha, Mungu anatuunganisha katika kianga ya biashara. Tukiwa ndani ya mji, Baba yetu anatuunganisha in the name of Jesus. Nene ya tu mwezi wa 4. Ambia mwezi wa 4, sikia sauti yangu, nimeingia katika jina la Yesu. Utatoa msaada wangu, utatoa pesa zangu, utatoa maisha yangu katika jina la Yesu. Rimakanda rabashanda. Tunapigana na wakanga, tunapigana na devil worshippers, kila saini ya giza ambao wanatumia kushika anga yetu. Tunapiga kazi zao, tunapiga utawala wao, tunaangusha misingi yao, tunaangusha kila saina wanatumia, tunaiharibu. Haitafeti maisha yetu katika jina la Yesu. Tunaweka moto kwa hiyo mikono, tunaweka moto kwa anga, tunaweka moto kwa maisha yetu. Moto wa Bwana, moto wa Roho Mtakatifu, moto wa Jehova, moto wa Roho wa Bwana unateketeza. Mwambie Bwana katika jina la Yesu. Mwambie Bwana katika jina la Yesu. Haleluya. Mwambie
Mwambie Bwana katika jina la Yesu. Mwambie Jehova, mwezi wa 4, milango ya mwezi wa 4 inafunguka katika jina la Yesu. Ndani ya mwezi wa 5, mwambie Bwana, Mei ni mwezi wangu. Mwambie Bwana, Mei ni mwezi wangu. Unene tu, mwambie Bwana katika jina la Yesu. Mwezi wa 5 naingia na kishindo. Natoa laana, natoa mikosi na visirani katika jina la Yesu. Ingia kwenye mwezi wa Juni, unene. Mwambie Bwana, Juni bado tunahitaji msaada. Mwambie Juni bado tunahitaji msaada wake. Maana hatuwezi enda peke yetu wapendwa. Hatuwezi enda na akili zetu. Hatuwezi enda na akili zetu. Wacha akili za Mungu na maarifa ya Mungu. Wacha hekima ya Mungu ituongoze. Mwaka huu wote wacha Bwana atubebe. Nene ya Julai, iambie Julai, nimekuja, fungua milango yangu, napita kwa upenyezo katika jina la Yesu. Ambia Julai, isikie neno la Bwana, isikie sauti yako. Utakapofika kwa malango, utakuta imefunguka. Nene ya Agasa, ambia Bwana, naingia kwa mwezi wa 8. Mwezi wa 8 na unenea. Uwe ni mwezi wa utukufu. Uwe ni mwezi uliyejawa na neema. Mwambie Bwana, milango ya mwezi wa 8 isikie sauti yako. Isikie biashara yako. Milango ya mwezi wa 8 tunainenea. Isikie sauti ya Mungu katika jina la Yesu. Tutapenya mwezi wa 8 kwa uwezo na nguvu za Bwana. Mafuta itasababisha tuingie katika hatima yetu. Nikumaliza tunamaliza. Nikumaliza tunamaliza, tuzidishi. Nene ya mwezi wa 9. Ambia Bwana Mungu, kwa huruma zako nibebe. Mwambie Bwana, mwezi wa 9 utoe matunda yake kwa ajili yako. Mwambie ya kwamba kutakuwa na mavuno katika maisha yako. Mwambie Bwana, kwenye hazina yako kutakuwa kumeongezeka katika jina la Yesu. Kwenye hazina ya moyo wako, kwenye hazina akaunti yako itakuwa imeongezeka katika jina la Yesu. Enea mwezi wa 10, uambie mwezi wa 10, niko mbele zako katika jina la Yesu. Fungua masikio.